mikono yako mwambie Bwana niko hapa kwa ajili yako. I am here to worship you. I am here even as we are waiting to hear from the Lord. Just tell God, Lord, I want to hear from you. I want to hear from you, oh God. Tumana neno kwa ajili yako Bwana. Akasumana neno kwa ajili ya ule mtumishi ambaye alikuwa mgonjwa na akapona. Father, we worship you, Lord. Praise in the mighty name of Jesus Christ, oh God. You are the I am that I am. We bless your name. We bless your name tonight. We bless your name tonight. We bless your name tonight, Jesus. We bless your name, oh God. You are the reason we lift our worship. You are the reason we are here, oh God. You are the reason we lift our voices to you, oh God. We worship you, Lord. Mama sotaya ina mama zo repa sotaya da basharian rekana masataya debo shariana mama za sataya na mazakaya na baboza rinene masotaya na baboza riana mashalian. You are worthy, Jesus. Nataka nikujue Yesu na nizidi kukufahamu, nijue pendo lako na wokovu wako kamili. Nataka nikujue Yesu, tuzidi kukufahamu.
Tunakushukuru Baba, tunakuabudu. Jioni hii tunasema ni asante kwa upendo wako wa ajabu. Asante kwa kutuongoza tena kufika katika mahali hapa, madhabahu uliyoitenga kwa ajili ya utukufu wako. Tunaungama dhambi zetu zote tulizozitenda kwa makusudio na dhambi tulizotenda bila kujua. Ninakuomba Baba ukaweze kutusamehea, ukalikumbuke kanisa lako pia ukalisamehea, taifa lako pia ukalikumbuke ukaweze kulisamehea. Akina mama na akina baba ukawakumbuke, wavulana na wasichana wakumbuke. Kumbuka mataifa yote, wachungaji wakumbuke ukawasamehea dhambi zao. Wote walinzi, viongozi wa taifa na viongozi wa kisiasa na wa kiuchumi na wa kidini, wote wakumbuke kwa njia ya kipekee. Naungama dhambi zote walizozitenda. Nasema Baba, tusaidie, tukumbuke. In Jesus name we pray. Somebody say amen. Thank you very much. Msalimie aliye karibu na wewe, mwambie karibu sana kwenye mkesha wa leo. Karibu, mwambie karibu sana mkesha. Na mwambie leo ni mpaka che. Sema che ni nini? Thank you. Ningeomba mkae upande huu mwingine nyinyi yote. Tafadhali na waombeni mkae huko, ndio niweze kuangalia vizuri, nione kama nyinyi ni warembo. Tufanye bidii kidogo, tufanye kidii wa dada, to balance the equation. Bali dadi nzuri, usimubarikiwe sana. Thank you. Leo ni siku ya uregesho. Sema siku ya uregesho, siku ambayo tunaenda kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni siku ya kifunguo. Mwambie mwenzako ni siku ya kupata kifunguo changu. Na katika kupata kifunguo lazima unyenyekee, umtafute Mungu. Kuna vitu vingine haviwezi kukuja kwa sababu unahudhuria ibada ya Jumapili. Kuna vitu ambavyo vinakuja kwa sababu ya kukesha na kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. There are things that they only come if you sacrifice yourself to the level of kukesha na kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Na leo nataka nikuinue kwenye kiwango cha kujua somebody kwa system. You balance this. Leo nataka tujifundishe, who is this that is going to be restored and why are you going to be restored? Ni nani huyu ambaye anapata uregesho na ni kwa nini unapata uregesho? You can only kupata uregesho if you are chosen. Bwana Yesu asifiwe sana. Uregesho hauji kwa watu wote. Uregesho hauji kwa watu wangapi? Wote. Unakuja kwa kikundi kilichotengwa kwa ajili ya utukufu wa wakati huo. Haiji kwa sababu tuko kanisa tu watu 1000, watu hawa 1000 watapata tone la baraka. Hapana. Baraka inakuja kwa sababu ya kikundi fulani kilichotengwa kwa ajili ya baraka fulani ambayo Mungu anaiachilia. Kuna kitu ambacho Mungu, mipango ya Mungu ameachilia, lakini anaachilia kwa watu ambao amewateua, amewatenga kwa wakati na majira. Kwa hivyo unaweza kuwa hapa, ulikuwa hapa asubuhi, umekuwa hapa mpaka saa 1 jioni, saa 3 jioni umekuwa hapa, lakini umepata ripoti, unahitajika nyumbani mapema, ukimbie sana. Kwa nini? Kwa sababu kile kinataka kufanyika, wewe si mmoja wacho.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nataka tuangazie ni nani huyo, the chosen one. Huyo mmoja alitengwa kwa ajili ya siku hii. Alitengwa kwa ajili la kusudi la Mungu. Kuna wengi walikuwa wamepanga kukuja, labda wameshindwa, magari imekosekana, labda amekuja tu amesikia ati jensi watakuja usiku, ameogopa. Hamna jensi, hamna kitu cha kuogofya, hamna kitu cha kutia wasiwasi, lakini kuna sababu itatumika kukuzuia kuenda kuharibia wengine ambao ni wakati wao wa kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi kama mnanielewa, kwamba unapokwenda kubarikiwa, si watu wote ambao wanatengwa katika mtengo huo wa baraka za Mungu. Kila mtu na kila kikundi na kila wakati, kuna watu fulani wanaotangazwa kwa kusudi fulani na wanaoandaliwa kwa majira fulani. Kwa hivyo wakati kuna tangazwa in the prophetic realm, in the spiritual realm, prophetically, that there will be restoration, not everybody will be arriving. Not everybody will be there. The chosen ones ndio watakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. The what? The chosen one. So ask your neighbor, so you are the one. Mwambie neighbor yako, mwambie kumbe ni wewe. Mwambie huyu, ongea na huyu. Mwambie kumbe ni wewe. Wewe ndio uliotengwa, ndio ulichaguliwa kwa sababu ya wakati huu. Unataka nini? Kumbe ni wewe, kwa sababu sio wote, na haiji kwa kila mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio nataka leo nikufundishe the who is the chosen one. Na ndio ukue chosen one, nipatie hiyo nyingine. Ndio ukue chosen one, how do you go through? What happens? Ni mambo gani ambayo yanatendeka kwako ambayo unaweza kujua kwamba you are the chosen one? What is happening in your life? What are the challenges that you are going through? What is happening in the church? What is happening in your family? What is happening in your business? Ndio tuweze kujua, tuweze kuelewa. Tusome kitabu cha Exodus ama Kutoka, mlango ni wa 23 mstari kutoka 20, na tutaenda tukiendelea, because I want to teach you things that happen to the chosen one. Things, mambo ambayo yanakufanyikia wewe ambao ulitengwa, wewe ambao ulichaguliwa, wewe ambaye Mungu anataka kutumia kwa majira haya. Kuna mambo yanakufanyikia, na hayo mambo yamekuwa kikufanyikia wewe mwenyewe unaona ni kama Mungu amekuacha, ni kama shetani amekuinukia, ni kama mateso yamezidi. But I want to prove you wrong tonight. I want to teach you something that you have never been taught. But before that, let's tuangalie kitabu cha Kutoka 23 mstari wa 20. Nasema, behold, I send an angel before you to guard you on the way and to bring you to the place that I have prepared. Behold, I send an angel. Nimemtuma malaika to guard you. Bwana Yesu asifiwe sana. I have sent an angel to help you, kukusaidia. Nimetuma malaika atakaye kusaidia kwenye safari yako. Kumaanisha safari ambayo unaienda ni safari ya upweke, itahitaji malaika akuongoze. Bwana Yesu asifiwe sana. And where are you going? You are going to a place prepared. So there is a place prepared. Ndio upate kuelewa njia ya kule unaenda. Hautahitaji binadamu, hautahitaji wanadamu, hautahitaji mchungaji wako, haitahitaji kasisi, haitahitaji apostle. Itahitaji malaika wa Mungu atakayetembea na wewe, maana yeye tu ndiye anajua kule Baba ametengeneza kikao cha baraka yako. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why you always find yourself isolated, not with others, because whatever is about to happen to you, it is not ordinary. It is something that has been prepared by God. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wakati wowote, majira na mambo ambayo unayapitia sasa, hauyapitii kwa sababu Mungu amekutenga, Mungu hakupendi, ama kwa sababu umeinukiwa na shetani. Sometimes these things God have allowed because ni preparation. Ametengeneza nchi
Na hiyo nchi hakuna mtu mwingine ameienda, yeye mwenyewe ndiye aliprepare. You are not there when he was preparing it. You don't know where it is. You don't know which continent it is. You don't know whether iko kwenye ile zingine tunaambia kwa na wazungu wanaidaga zinaitwa aje? Huko kwingine wanaidaga space. Yeah. You don't know whether he has created it in space. You don't know ama ameitengeneza Monanga kwa kijiji fulani. Hujui kama ametengeneza huko Mombasa, Malindi kule Shakahola na huko chini. Bwana Yesu asifiwe sana. So you will not require a human being to guide you in this process. Why? Because even the human being ambaye unataka kumtegemea hajui, maana pia na yeye ameandaliwa kwingine. Labda yeye ameandaliwa Kisumu, wewe umeandaliwa Mombasa, na unataka mtembee na yeye, mtafikisha na yeye wapi? Hello. Mtapelekana na yeye wapi? Yes, safari yake anaingia Bukinya, ni Bukinya maninani inaenda Kisumu. Anaingia Bukinya na wao wengine wanaingia nini? Mombasa raha. Bwana Yesu asifiwe. Mtafika kwenye kituo cha mabasi, basi mtaagana hapo, kila mtu aende zake. Na kila mtu atakayeenda atatumia ramani yake na mipango yake na vile Mungu atakavyomuelekeza. Hapa sasa safari yako imeanza kwenda Mombasa, safari yako imeanza kwenda Kisumu, safari yako imeenda Kakamega, safari yako imeenda Garissa, na hakuna atakaye safiri na wewe, maana kila mtu ameandaliwa nafasi yake. Hello. It is God that has prepared, not human being. Amesema, behold, I will send an angel before you to guard you. Meaning the barabara ambayo unaipita needs some security. Hallelujah. So whatever the challenges you are facing, and then you sometime find yourself umekuwa kwenye challenge na challenge imeondoka, it is not because you are clever. It is not because your pastor prayed for you. It is not because your apostle alikuombea, ama kwa sababu unaendanga the synagogue, ama unaendanga kule unaendanga hapana, because God knew that there will be some wolves around. There will be some tigers, there will be snakes, there will be scorpions, there will be people, there will be things around your life. So you need a lot of protection. Lazima ukue kale that the angel will not only guide you but will provide for security. Kwa hivyo when you are in this journey, don't be afraid. Na ndio nasema Biblia inasema ategemea binadamu ni mtu amefanya nini? Amelaaniwa. Kwa hivyo we are supposed to walk alone. We are supposed only to walk on principles, guidance na protection ambayo imetoka kwa Mungu, because God has provided. You don't need to worry in this journey. You don't need to worry in whatever that is happening around you. You didn't need to worry because watu wamekuacha. No, that is a process of God. That is why God wanted you to be isolated. Because he has sent an angel. And when he sends an angel, this angel is to guard you on the way and to bring you to the place that God has prepared for you. So not only be taken to the way place where God has provided for you, but also to provide maximum security. So ukianza kulia maneno ni magumu, uchumi ni mgumu, kumefanyika, kanisani sipendwi, kanisani hakukwagi, watu hapana, you are wasting your time, because you don't need even to see people in the church. You need to look at this church and see you alone. Wewe ndio ulikuwa unatakikana kuwa hapa, you alone, not any other person. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hilo jambo linafanyika kule nyumbani kwenye kijiji, you alone, wewe ndio ulikuwa unafaa ukae kwenye kijiji, because the angel has been sent not to us but to me, that he may provide guidance, protection, and also give me the guidance the way. So this angel is dealing with me individually. Huyu angel anakuja kwako peke yako, hakuji kwetu. The Bible says, I will send an angel to come and give you protection and give you direction to a place where I have created for you. So he did not create a place for us all. No. He created a place for me. That is why he has sent an angel to come and give me security and give me direction to where my cubicle is.
to where my place, where I need to reside, where I need to be, where I need to see the glory, where I need to see the love of God. I don't know, are you understanding me? That this is an individual journey. It is not a journey for everybody of us. It is not our journey. It is my journey. It is not our walk. It is my walk. It is not my function. It's not our function. It is my function. It is me. When you are called to come, na ufike hapa ufanye huduma kanisani, it is not because of the people in the church. It is because God wants to use that vessel to bless you. It is not that ukuja when you are praise and worship, ukuja ukuwa hapo na worship. It is not because of the praise and worship people in the church. No, it is because God wants to use this vessel to bless you. God wants to elevate you. God wants to give you a new position. God wants to give you a new dimension of your life. He will never give us. This church will never be blessed that this church is blessed. No, the people, the individuals in the church. Washirika moja moja, utapata baraka zako, utapata baraka yako, utapata baraka yako. Kila mtu atapokea baraka yake. Hakuna baraka zitakuja kwetu, baraka itakuja kwako. Because the relationship sio yetu, the relationship ni yangu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sasa. That is why God is telling you, build your relationship with God. Build the process of God in you, that it will work. It will grow you. You will never grow. We will never grow. I will grow. I don't know whether you're getting me. We don't grow. We never get saved. We never get saved. I get saved. It is an individual process. And when you are in this individual process, you need to understand the process of God, that how he's dealing with you is not how he's dealing with his mama. It's not how he's dealing with his baba. It's not how he's dealing with this lady. Everybody has a process, has a formula, has a plan, because God is a master plan. We are a masterpiece of the master planner. And he planned you individually. He organized you individually. He planned and inserted a power, an authority that is not our authority, but your authority. So when he gives a direction of the angel, he does not give a direction of angels. He sends one angel, so that this angel, that's why God, the Bible says, pay careful attention to him and obey his voice. Who now? The angel that have been sent. And I'm pay careful attention and be careful. Listen carefully to the angel. So pay attention. Kuwa mtu makini. Atakapokuwa akikuongoza, akuongoze kwa muongozo, maana wewe mwenyewe ndiye atakuongoza. The Bible says, pay careful attention to him, the angel. Maana huyu malaika amekuja kukuongoza. Na katika kukuongoza kule, usipojua ni malaika anayekuongoza, utajipata ukifikiria ni binadamu, utajipata ukifikiria ni kanisa, utajipata ukifikiria ni mwanasiasa, utajipata ukifikiria ni jambo fulani ambalo linatendeka, jambo tu la kawaida. Ndio na Biblia inasema be careful. Bwana Yesu asifiwe sana. Be what? Be careful. Pay careful attention to him and obey his voice. Maana he will be speaking to you through a voice. So if you are not going to be careful, you will not hear him talk. If you are not going to pay attention, then you are not going to know the angel has spoken. That is why so many of us in kanisani tumepoteza mwelekeo. Wengine tumekuja kwa sababu ya apostle. Wengine tumekuja kwa sababu ya nani? Ya dada fulani, nimekuja dada fulani aliniambia nikuje tukakuja. Mwingine amekuja kwa sababu anataka kuwa muimbaji, mwingine amekuja kwa sababu anataka kuwa mhubiri, mwingine amekuja kwa sababu anataka kuwa anaonekana, mwingine amekuja because we don't have a purpose here. If there is something that caused you to come here and that is what you stuck to, you don't have a purpose here.
your angel is not here. Because if your angel was here, you will not have any other attention. You will stick to what God has called you for and walk as per God's instruction and do the will of God, because you will only be hearing the voice of the angel. You will only be hearing the power of God. You will only be hearing the direction of God, but you will not hear any other person. That is why you will not be able to hear. You will not be here to watu wa moshene. Hautakuwa ukisikiliza watu wa masengenyo. Hautaona watu wengine. Hautaona kitu kingine. Maana utaona Mungu peke yake. You will only see God and his instruction towards the direction that he has created for you. If you can have that focus, if you can have that direction, you will not be able to have a friend who is a rumor monger. You will not have a friend who is full of moshene. You will not have a friend who is backbiting. You will not have a friend who is backstabbing people. You will not have them because you will not be concentrating on what they are doing. You will not be concentrating on what they are saying. You will not be concentrating on where they are. You will not be wanting to know where so and so is. You will not want even to know where Kamau is, where Mere is, where Karaoke is, where Onyango is, where Ondieki is. No! Because you have a total focus on the concentration, because you are guided by an angel. That is the spot. When you realize now you are capable to have total concentration on where I am headed, where I am going, then you will have noticed that this is part of restoration. Now God has started working on me. Hallelujah. But if there is no voice you are hearing, if there is no angel that is guiding you, you are waiting to see where people are going so that you can go. You are waiting to see where people then you start walking towards where they are going. Who told you to go where they are going? Have you been called to that direction? Have you been told to go to that other angle? Maybe God has called you to stay in that position, to wait for your moment, because your moment is not yet. But now you decide to follow people because they are going, because you are going now to cause disturbance. You are not going to cause confusion. Unaenda kusababisha confusion, disturbance, watu kupigana, watu kunyararana, watu kuungushana. Ukajikuta kuna siku moja umekaa hapa kusema ati wakati wako wa kukaa hapa umeisha, ama wakati wa fulani wa kukaa hapa kuisha. Wewe ni mchawi. It is only God who knows. It is only God who knows where he is going to use you tomorrow. It's only God who knows where you are supposed to be today, where you are supposed to be tomorrow, because he knows our plans before we do them. Bwana Yesu asifiwe sana. So wewe kama umekuwa hapa kanisani kusema ati huyu ati na muda wa huyu kuondoka kanisa hii umefika, ama uko karibu kufika, wewe ni mchawi. Na mkisikia mtu kama huyo, chapa kwa Biblia kujo kununulie kikombe ya maji. Because hajielewi, ni mtu totally confused. Nani alikuwa appoint kujua watu wanafanya hivi ama wafanye hivi? Who appointed you? There is an angel that is guiding you. There is an angel that is guiding you, protecting you, directing you. And the Bible has told you, pay attention and be careful. Now, where did you find time ya kujua wakati wako ni gani? Who told you to come and know people's time? Who gave you the diagram? Nani alikupatia pie chart? Nani alikupatia program hii? Sasa ati kutoka hapa, huyu Mary atatoka hapa, atateremuka afike hapa. Kejajui atatoka hapa, atateremuka afike hapa. Ngani yako ikoroka ikale haha. Wewe murogi. Wewe kama umlifika wa kujua hiyo maneno yote, wewe ni nini? You are not supposed to know huyu mzee anafanya nini. He is not supposed to know what you are doing. I am not supposed to know even any one of you what he is doing, because you are in the program of God. I am in the program of God. I am walking in my program. You walk in your program. So that hear your God, don't hear my God. Don't listen to what we are doing with my God. Don't come and look at what my God is doing with me. No, hear and do what your God is guiding you. Kila Mungu anakuambia ufanye fanya. Wacha kurukaruka hapa. Utapoteza, maana wewe sasa umepoteza malaika wako. Bwana Yesu asifiwe sana. You find you have time ya moshene, malaika wako alimpoteza kwa kichaka. Kama unajua watu ni wangapi wanafaa kukua, ni wangapi wanafaa kuondoka, ni wangapi wanafaa, malaika yako alitoroka kitabo, maana you are unsafe. You are not worthy. Wanakuogopa. Malaika alirudi kwa baba akamwambia, hicho kimutu ulinipatia nimekiogopa, si kimutu kizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama
umewahi kusengenya mtu ama kujua direction ya mtu? Ulijuaje? Na uliambiwa pay attention. Attention yako ni kutembea hivi, maana malaika anakuguide. When did you hear David? Ulisikia David akiogelea wapi? Ulisikia unyago akiogelea wapi? Na ulikuwa umefocus na malaika wako anatembea, umefunga macho, amekukamata, anakuongoza, anakupeleka. Ulisikia wapi Penina? Wapi ulipotea? Wale ile hao igwe sioyo. Nigetha uigwe malaika makiaria noyo ule wakuwa thieteko. Ni maana malaika wako alitoroka, aliona you are a dangerous person. You are a crook in the kingdom of heaven. Kaida kabia Mungu hapana niye baba amnekera mundoge. Ndingetorana njegeyo. Nikuthesha nirathesha na migwe. Pay attention and walk according to the God is telling you. If you have been called to sing, sing as though you are dying tomorrow. If you have been called to preach, preach as though you are dying tomorrow. But if you have been given a responsibility, do the responsibility as though it is your last. Don't tell us fulani ati nilimwona ni venye tunaona fulani tunaona ni kama ni msherati anafanya usherati. Wamenyeirako hata kanisa ina judgment. Nani alikwambia? Malaika alikwambia? Malaika amekuja kukuchukua kupeleka kule kumejengwa. Hapo katikati mumeongea na yeye kweli akakwambia kuna judgment. Ati huyo mama venye tumemwona hiyo shida anapitia ni judgment. Ako katika judgment. Kuna kitu ana face. Kai. Ako kwenye punch Mungu na wapi ulipata attorney general mgani ama prosecutor mgani mlikuwa na yeye akasema akakwambia biguni imeandika hii ndio judgment yake? It is because you have refused to pay attention. The moment you derail, the moment umeacha kufuata venye Mungu amekwambia, maana imesemekana fuata malaika huyu, pay attention. Bwana Yesu sisi nani akwenda Biblia Kiswahili? Atusome. Ule mtu wetu hayuko kule wa kutufanyia hiyo maneno. Mliweka nani? Huyo Mkongomani. Ataweka batoto babungu pale. Atasema batoto ba Mungu. Alafu aseme ni Lingala ya nani? Pay careful attention to him and obey his voice. Do not rebel against him. How do we rebel? When the moment you become moshene mongering, you are rebelling. The moment you know who is supposed to be in this ministry this time, na time yake imeisha, sasa wewe ni shetani, waruma mongering na rebellious. Hello. Ati huyu mzee kwa sababu sasa amekuja, nimeanza kujua mzee kahita ka muthurio wikara guko ni gathiru. Yo ni ngoma na getheri. Mwathani agoco. Yo ni shetani. How did I know? Was it part of my journey? My journey niliambiwa simama. Pay attention because I have sent an angel to take you to the place where God has built for you. So attention ni kwenda umeambiwa fuka macho na unafuka. The angel is taking you. The angel is not talking to you because the angel instruction peleka huyo mama kwa pahali nimemtengenezea. Wewe ulipata time yapi na angel kujua ati huyu atakufa kesho? Where did you find that? Wewe mwali ile mshene wale kuna angel hiyo. Penina, mlikula mshene gani? Mlikula ni mlifanya nini? Mlikuwa na maongezi magani? Kwanza kabisa ulimuuliza hiyo nyumba ni mzuri? Hiyo nyumba iko na sofa set. Because tumejenga, God has prepared. God has done what? He has prepared. So the curiosity ile unaweza kuwa nayo ni kutaka kujua nyumba ni ya bedroom ngapi, nyumba iko na kitchen, nyumba na nini. Sasa kama hutaki hata kujua nyumba ni ya bedroom ngapi, unataka kujua atendeda komenya kwa kukoleiro gukukana keliro thamaki. Kana bosho itale indike. That means
Yule angel, because everyone has an angel. Yule angel alitumwa kwako kuja kukusaidia, kukupeleka kwa kanyumba, alikusikiliza, akasikia ile mshene uko nayo, akarudi kwa Mungu akaniambia, I don't want to risk my life. Ucio mundu onati waku ona ngioria ngoma ti wakwa ngoma. Mana ni agosho. There are people who are just dangerous. Dangerous. That even the devil atasema hata kama nakuwa na tabia mbaya hii sio yangu. Na Yesu asifiwe sana. Because this person is dangerous. Positioned in awkward position. He has no regard to be careful, to be guided by God. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukasikia siku nyingine mtu anakuletea mshene, muulize malaika wako alienda wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Ukasikia mtu anakuja kukwambia ati hiki kimutu nilikipata mahali na walionekana na Ani wakikula kunywa kachai kwa hoteli na walikuwa hivi, alikuwa amekaa hivi na huyu alikuwa amekaa hivi, walikuwa na angalia. Ulikuwa unataka akaya hapa nyuma akiangalia kisogo? Yaani na hoteli tunakunywa kachai, ulikuwa unataka kuangalia kisogo? Ati sasa wao kunywa chai mami na mimi sasa tunakunywa chai, wewe umekaa hivi na mimi nimekaa hapa nikuangaliage hapa. Because you lost your direction, you lost your angel, you lost your purpose, you lost what God had given you. That is why you have room to be a devil's advocate. Hallelujah. And that is why there is no God in you. You are just but empty. Wewe ni mkepe tu. Ukisikia maneno mingi inatokaka kwako ni kwa sababu wewe ni bebe ambayo haina nini? Haina maji. Ndio kwa maana unatoa sauti mingi. Muulize mwenzako ukijiona vizuri. Ukijiona vizuri. Unatembeaga na malaika wako? Uliza mwenzako. Uliza nini? Muulize tu. Ukijiona. Muulize kulingana na ile masegenyo ulikuwa nayo jana. Kwa sababu tulisikia. Wewe unaona kama uko na Mungu? Muulize na lugha yako. Kama ni Mkamba muulize na Kikamba, kama ni Mjaluo muulize na Kijaluo. Muulize tu. Kwa sababu ninakuona venye tumesikia ile story inasikika hapa ni wewe tu moshene. Wewe tu ndio umegoka watu. Wewe ndio unajua ni nani anafaa kutoka na nani hafai kutoka. Tell me, are you with God? Una malaika? Kuna watu wengine wamesema hapa wamekuwa kiomba na kuja na apostle. Niye ndio nataginyete mwisho. Ulifika mwisho aje? Ulijuaje umefika mwisho? Did you concentrate to ask the angel netokinyire mwisho? Why will you come to apostle? Because you lost your angel. How? Umefika mwisho because hujui mwadhirena mulaika ukeja kwagana, ukeja kwa kibira huko. Umeanza kufanya vituko na visarakasi kwa barabara. Malaika akakuacha katikati ndani ya kichaka, katikati. Ndio unakimbia kwa pozo. Wewe ndio unalilio kahinda kaka. Wewe wachana na stories za malaika wangu. Ati mimi ndio nazungumziwa kahinda kaka. Kwani wewe uliacha kuzungumziwa kwa nini? Wenu eduka tayaka yerera hodera leo mapost aliyokigo kimwe. Wewe na ulikuwa na mtu ama unasikia Biblia na turudie tu kidogo. Unasikia Biblia, behold I send an angel before you. Who? So you have an angel. Mimi bado naendelea kuzungumziwa. Sasa you want to come and tap my water. You want to come and tap her water. You want to come and disturb people wakifungulia maji kwa mfereji. Unataka kutap maji yao. Ni hali mfereji yako iko. Wewe ulipotelea mfereji yako. Ukapanda na ukaenda kwingine. You left your mfereji inakunywa na watu wengine. Wapita njia. Wenye hata wajui Mungu. That is why you are suffering. That is why you have those challenges. That is why life has been so difficult for you. Umejaribu kupita ni kwa nini? Because your angel departed from you long time ago. Your angel is not with you because I'm going to send an angel to who? Sema to me. Yes, he's sending an angel to you to guide you. And the Bible is telling you that be careful. Are you careful?
Are you careful? If you are not careful, it means you will not hear him talk. You will not hear him tell you to beat him. Unaona kale kajia tunateremka hivi. Twende left. 10 steps right. 20 steps left. 30 steps right. 40 steps left. Sasa na wewe unaangalia unaona Charity. Kwa Charity negi mama na. Unavita kwa unakula bosho. How will you hear the voice or the command of God? You will not hear the command of God. That is why I told you the process of God is about an individual. It is not people. The process of God is not the church. The process of God blessing when they are coming because of qualification. How did you qualify yourself? You were the time that the angel was given to work with you. Did you qualify to work with the angel? Did you qualify the process? Did the angel return the report kusema kimudu yako ni kiga kiyo kimutu ni kizuri baba unahitaji magari kwa sababu utaenda biguni watu wengine hapa tuko na umaskini mingi utaenda biguni ukute biguni uone kuna Mercedes yako hapo hata haina number plate ime yako hapo. Utaenda biguni wengine ukute kumbe ulikuwa unafaa kuishi Ruda ukute kinyumba kyako kia Ruda kiko hapo. Utaenda biguni kumbe ulikuwa ukai Amerika na unakuta Amerika yako iko hapo. Kuna umeishi mkuru kwa Ruben ukikula matope huko. Miaka yako yote mpaka ukifika nyumbani huko biguni mbingu wanakuuliza kai wa atulikuwa naishi wapi mkuru kwa Ruben. Ai. Ataja. Wanaangalia Mercedes ML 350 ati ilikuwa yako. Wanarudi wanaambia nyumba. Ati nyumba modhaiga. Ati nyumba kubwa. Iko hapo. Kai. No rato rawika kirata thiri kinyumba kia kimaratadi. Udharirio ginya neke ne thirikari. Ati waikire ulijenga kwenye barabara. Wewe ulijenga kwenye mto. Ulibali na kumbe nyumba yako iko wapi? Kwa sababu you lost the attention of God and now you are suffering, living a sufferer's life because you lost. Na vitu zako zote ziko. Kienda bikuni unakuta kinyumba kile kile yako mansion ya 10 bedroom. Ina ginya ruti ya wira 5. Mmoja wa kuosha nguo, mwingine wa kuosha vikombe. Mwingine wa kuosha sufuria. Bwana Yesu sana. Niguo kumuthite thufuria na makara. Ukiangalia mkono yako mpaka imekuwa nyeusi huko. Umesugua sufuria hapa duniani. Kumbe kule kulikuwa mpaka watu wako kufanyia kazi. But because you lost the direction, you lost the angel that was guiding you. The apostle. Neko. Dena maike muno. Ona die kwa jiako. Eule nedra hikirwa nyoba. Chai kai. Una mode na mulimo athire ndero ne ndagitari. Tanginywa dawa icio. Mulimo ucio ni ugotenjio twike cancer. Why? What happened? You lost the process of God. What happened? God disappeared from you. The angel that was supposed to be carrying your information back to God is no longer with you. Bako umefika. Otageji gwera na nengo kuwa mode. Where is the angel that is supposed to go back to the Father? Anaambia Father kailetu kakune kahotu. Kailetu kakune Father then gives a file. Man, all of us we have a file. Every one of us has a file. Kama ni ya utajiri kumeandikwa. Imeandikwa uko na Range Rover, uko na nyumba, uko na shamba, zote ziko. Zimeandikwa. So the angel anaambiangwa mfukulie, tembea na yeye. So mkienda mufike kwa nyune kone dodoli mwana uliko. Wewe Kasabara ni dodoli. Sasa kwa Kyogo. Sasa ukifika kwa Kyogo na huko ndio unafaa kupatiwa Range Rover, page inafunguliwa. Range Rover watu wa CMC wanaambia tengenezeni gari ya nani? Ya Roda. Hiyo page inapitishwa. Munaenda safari mpaka Jororoko. Mkifika Jororoko ni shamba. Page ya shamba inafunguliwa because you are walking with who? The one that is supposed to guide you. Ukifika ukienda Orokarao, kumbe huko ndio tikatika yako ya kulima shamba iko. Page ya pale ikafunguliwa, inawekwa tiki na unapatiwa.
Bwana Yesu asifiwe sana. These blessings are given to us as part of the qualifications. How you qualify, you are given. But if you find you are completely stagnated where you are, it has refused to work because you, the one that is carrying your file, disappeared back to heaven. Maana you are stubborn. Anakwambia kadada hau, alikwambia tukaa hapo nikuletee kahawa tukunywe. Ndio hii baridi ishe. Kurudi alikuta umeenda kwa neighbor kuomba mayai. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what is hurting us. That is what is challenging us. Because you have refused to pay attention. The day you are realized that you need to pay the attention and live and do how God wants you to do, you will win this battle. Do not rebel against him. So there is a condition. Do not rebel against him. Rebelling against him is failing to hear him, failing to listen to him. Becoming that wewe ndio prefect ya wale wengine. The day you discover you are the prefect of others, then you umepotea. You are rebellious. Kwa hivyo the spirit that has killed us, it is the spirit of rebellion. The spirit of failing to hear the voice of God. The spirit of failing to understand the process of God. The spirit of failing to know the time and the season where God wants you to be. God wanted you to be here today, to listen to this word, so that kutoka leo ile ujinga yote ulikuwa nayo utaiacha tu hapa. Maana kuna malaika wa kuja kiokota. Wao unaona hawa watu wasakaja wanakota takataka, hata kule biguni kuna malaika wa kuja kuokota nini? Takataka zako zote. Ukizidrop wanakuja wanachukua, ndio zisichukuliwe na mwingine. Lakini sasa unakutaka kuna wengine wanakaaga hapo karibu. Ukidrop tu anakimbilia anasema eno igekira kamweno eno yagere muno eno yagere na ito haha etarukite ikwenda ikiro kira kahaha na ikiro kingi haha nigetha kioneke tari kia uniform. Mwambie mzako acha kukula makombo. Yes. Yule mama alimwambia Yesu, hata mbwa ula makombo yaangukayo kutoka kwa meza za wenyewe. Sasa kwa hivyo kuna wenyewe na kuna mbwa. Hello? Kuna nani? Kuna wenyewe na kuna nini? Na mbwa lazima angojee wenyewe wakule ndio ale makombo. Sasa wewe ni wa makombo, ulize mwenzako, wewe ni wa makombo ambao wewe ni mwenyewe? Hebu muangalie na uangalie lifestyle yake. Si nafikia kwa yule mwekana yeye. Muangalie na uangalie lifestyle yake. Kwake nyumbani anakaaje, nyumba yake inakaaje, anavaaga nguo namna gani, anakulaga namna gani, hata mkikuja hapa mkikula kama mkate, anatafunaga mkate namna gani. Unajua kuna style ya maskini ya kukula mkate ama ya kukula chakula. Unajua kuna mahali kwingine unaweza kwenda mpaka ushindwe kukula chakula utoroke tu uondoke. Uambie rekejera jere hanini niloka ndio mkute mmemaliza. Utakuta watu wengine wakula ukimwekea chai kwa kikombe. Hiyo ni style ya umaskini. Ni style ya umaskini. Chakula ukuliwa na style. Mdomo inaidaka tu pole pole na imefuga. Sio kuonyesha watu matanuko. Hebu kumbuka ile siku mmewahi kuonyesha watu matanuko. Ukikula kila mtu anakuangalia mpaka ukaona watu wanajifanya ni simu imelia. Hello? Tarakaji mehatire na network. Ukajikuta huko peke yako, watu wamekuacha hapo peke yako. Unauliza watu wameenda wapi? Ukienda kwa huyu, ukienda wanakuja unaona kila mtu. Hello? 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 Na hakuna simu. Kuvuka maana venye unakula kama kanini karakita kanini hana. Baka macho umekodoa yote. Hiyo ndio style ya umasikini. Na umasikini umesababishwa na nani? Masikini umesababishwa kwa sababu uliacha laini yako. Uliacha aliyekuwa akuongoze kwenye baraka zako. Ukaenda kufuata vitu zingine, ukafuata njia zingine, ukafuata mambo mengine ambayo sio ya kiungu. That is why you are suffering. When God is with you, there is favor.
When God is with you, kuna favor na Mungu na kuna favor na binadamu. Wote. You can't have favor ya Mungu ukose favor ya binadamu. Maana mimi niko hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu amenipatia kibali. Kibali hiki nimepata. Nikikuja kwenu, kibali kinakubalika. Hello. Lazima kibali nilichopatiwa kiwe ni msaada kwa. Sasa jiulize, wewe ni msaada wa nani? Wewe msaada wa ekono ikinyariri adomba kaumare. Wewe ni msaada wa nani? Hawa watu lazima tu wakemee kabisa. Verse number 22. But if you carefully, underline the word but if you carefully obey his voice and do all that I say, then I will be an enemy to your enemies. Hello. So you don't need to go start praying. Baba nipiganie. Baba anataka kunimaliza. Baba anataka kuniangamiza. No, that is not your job. Just do the voice of God. Do the will of God. Be where God wants you to be. And he becomes automatically the enemy of your enemies. They will be subjected to ruthless. Unakuta mtu anapigwa na ujue anapigwa kwa nini? Unaenda kumwombea Mungu na kuuliza, wewe enda kwingine ungojana na huyu. Because God will do the battles for you. God will win every battle. You will not knowing. You don't need to pray to God ati nipigana na maadui zako. Nipigana na wao. Hiyo ni Zaburi gani? Ni Zaburi 135. Atapigana na wao. Ni 35. Hiyo ni hakuna Mkristo hajui hiyo Zaburi. Hakuna. Na Mkristo yote anatumiaga hiyo Zaburi. Huyo ni mchawi. Sema ni nini? Ni mchawi. Pigana nao wanaopigana nami. Fanya njia zao zikuwe telezi. Ndio. Wasikufikie. Kwa nini unaogopa? Kwa nini unaomba njia zikuwe telezi? Kwa nini unataka unamwambia Mungu apigane na wao? When did you came to realize they were your enemies? Maadui hukupangia pasipo wewe kujua. Ulijuaje walikupangia? Si ulikuwa na wao ukajua vituko mlikuwa mnafanya na wao, na kwa sababu umewasaliti umeenda kujificha, unaenda kuambia Mungu pigana na wao. Wanaopigana na mimi. Ulijuaje wanapigana na wewe? Ulifaa ufanye matendo, ulifaa ufuate malaika, obey carefully, ufuate maagizo, ufuate njia za Mungu, utembee jinsi Mungu anakuambia, mengine yote umwachie. Akamwambia Jehoshaphat, vita si vyako ni vyangu. Kwa hivyo fanya kazi niliyokuagiza. Leave the rest to me. Where did I? Ni wakati gani ilifika ni wewe ukaanza kunisaidia? What can you ungetedia gani yote? Nini unaweza kusaidia Mungu nayo? Hakuna. Pigana nao wanaopigana na mimi. Orina bora bose kenderere. Otororo kotororo bosakandara bosekedere. Tanabona anda morina na muzari bosakanu bosakadara. Atisa unaambia Mungu venye atawakatakata. Ora muzekendere bosore bar musaya. Rekatatotototoda. Reba bosekadere manana mama zakadara bosa. Wewe ni mchawi. You are just reciting what you do in the night in the open day. Ni watu wanyelatu kwa Mungu anasema nitawasababisha uwajue wanavyofanya usiku. Sasa watakuja habari mazakete rabakata kata rebekito robo sakata tata chini ya magu. Sasa uko ni goeka gotuko. Ogediruka nyoba siado. Maana ni mchawi. You are a vessel to carry the word of God, not a vessel to become a witch. To bewitch other people. Wewe ni chombo cha kubeba utukufu wa Mungu. Wewe ni chombo cha kutangaza wema wa Mungu. Wewe ni chombo cha kuzungumza yaliyo ya Mungu. Lakini si kuja kuzungumza ya kuambia kata nakanyaga ninamkanyaga shetani. Sasa mnakanyaga shetani mwenyewe is older than your grandfather. Sindio? Shetani ni older than your grandfather. Na ni older than your great grandfather.
Na ni older than your great. Dunia kiubwa alikuwa hapa duniani. Sasa unamkanyaga, hebu kanyageni shetani. Sasa hiyo ndio tunaitanga ujinga wa Ukristo. Omba Mungu, kaa karibu na Mungu, ndio Mungu akuwe adui wa shetani. Maana shetani anataka kukuangamiza. Ndio shetani, Mungu akusaidie kupigana na hili jitu. Tembea na Mungu kama nani? Kama Daudi. Daudi alitembea na Mungu specifically. Na wakati alipokutana na Goliath alimuuliza, wewe ni nini? Wewe? What are you? What do you think you are? Daudi alimwambia aje? Wewe unakuja kwa nguvu na silaha zako na uwezo wako, lakini mimi ninakuja kwa nani? Kwa neema ya Mungu. I am coming not me, it is my God that is coming to you. Hello. He never involved himself. He never took himself as part of the battle. He gave the battle back to God and told God, the Goliath, wewe atakayeshughulikia wewe, si mimi. Wewe wacha kuniangalia. Kuna aliye mkubwa, Mungu ambaye amenituma ni mkubwa, atakushughulikia. That is why the boy just picked a small stone. Akagoka. David never killed this Goliath. Ama ni David aliua? Yeah? Who killed Goliath? No. It is not even God. Goliath killed himself. Goliath killed himself. That is how God will do to their enemies. He will let them kill themselves. They don't need anything. Alipokajiwe, jamaa alianguka. Akaangukia nini? Upanga wake. Upanga ukafanya nini? Ukamdunga. He killed himself. Maadui waliobeba silaha za kukupiga, hizo silaha ndizo zitakazowapiga ukikaa kulingana na venye Mungu anataka. You don't need to carry a weapon. He will provide. They will kill themselves. They will destroy themselves. You don't need to lift your mouth. Your mouth is a holy mouth of praising God. Your mouth is a holy mouth of just worshiping. Kusema utukufu wa Mungu. Jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje Baba. You are the mighty King. You are the glorious King. You are the wonderful King. You are the King of kings. You are holy. You are holy. Uribasheria. Yani kumsifu huyu Mungu peke yake. That is your role. Kama makerubi na masarufi na mamilioni ya malaika ambao wamesujudu mbele ya Mungu, wanasema wewe, hata hawawezi kumwangalia, wanasema ole mudhalimu, ole mudhalimu, wewe ni mtakatifu. Hawezi wameangalia huko, wameinua mikono yao hivi. That is all what you are supposed to have. That is being careful to do the will of God. Wacha kukuja na kutuzia vitisho hapa. Ati wewe ni intercessor, ati wewe ni praise and worship, ati wewe ni pastor, ati wewe ni bishop, wewe ni archbishop, ati wewe ni nani, wewe ni prophet, ati kwa prophet ni bwana tichaka ni wala usiaga. Ukienda kwa nyumba ya prophet kuna mahali nilienda kwa divina moja hapa Dadora ya divina mama mkolino wa Kerebagetune. So nikaingia nikaambiwa ni nabii atakutabiria maneno. Maja. Kia hivi. Tumaji shwa, nikamwambia tumaji shwa. Kifedera kikafanywa hivi, nikaambia shika hii mshumaa ya red, na nikashika ya blue, nikaambia ingia sasa, nikaingia. Huko already nishauziwa uoga. Bwana Yesu sana. Already nishauziwa uoga. Maana kwanza niliingia tu kufukuzwa tena nikaambiwa nikuje. Nilipoingia nikamwambia maji shwa, hiyo ni uoga. Sasa hebu niambie huyo Mungu mwenye anakusia uoga pia zungumze na yeye. Hello. And that is what has destroyed the church of God. That is what has destroyed the people of God. Nilipoingia huko, kila kitu aliniambia, nilisema hiyo. Hata hakuna, sijawahi kumbuka ni maswali gani alikuwa ananiuliza. Ile kitu nakumbukaga, kila kitu nilisema ndio. Because already nilisakamwa na uoga na nikasuppresswa. Na uoga ni wa nani?
uoga ni wa shetani. Kwa hivyo I had been taken kwa agent wa shetani, na huyu agent wa shetani alinitolea na akaniuzia uoga na akaniuzia uoga kuenda huko. Ile maneno yote aliniambia mimi sijai kumbuka. Ile kitu nakumbuka, aliniuliza uko na shilingi 10,000, nikamwambia siwezi kupata lakini nitaendea. Akaniambia uende ulete shilingi 10,000, na umeona hiyo msumama umeshika ni ya red, hiyo ni danger. Umeona venye imekumwagikia? Si unaona venye inakumwagikia? Imemwagika, imekuwa red ama imekuwa ya white? Ikakuwa sasa ikimwagika hivi, si inakuwa ya white automatically. Lakini sasa mimi niliona hii ni muujiza ametenda. Ati ilikuwa ya red imetufanyika nini? Ya white. Na ni kitu nilikata shule. Nilifanya shule hata ni craft. Na tulikuwa tunaona msumai ikimwagika inakuwa ya white, ikakuwa ya white kwa mkono. Lakini sasa niliona ni muujiza ametenda. Na akaniambia hivyo umeona mshumaa imeyeyuka na imemagika, usipoleta shilingi hiyo 10,000, hivyo ndivyo utayeyuka. Wewe utalala usiku hiyo, kwa sababu nilikuwa kamwizi. Usiku hiyo nilitwaga watu mpaka wakanipatia shilingi 10,000 nipeleke nisikufe. Halo, nikapeleka. Yeye hakuona pesa nilikuiba, niliiba. Yeye hakuona pesa. Kuna mama mmoja hapa Mukuru nilinyang'anya shilingi 3,000. Alilia machozi mpaka kaniambia mwana wako kiyo nokono 500 ndio mabesha ige. Tuza na mbele. Wadi gogo. Ndathie gukua. Nikarudisha 1,000. Nikamwambia, "Huyo mama aliniusia uoga, hakujua ni kuiba niliiba." Alipokea pesa mzuri sana. Halo. Bwana Yesu siwe sana. Sasa yule ananiangalia kwa nini sasa ulirudisha ukalipenti. Nilisamehewa. Nilipokoka nilisamehewa. Hata Mungu alijua ni uoga niliuziwa. Sikupenda kwangu. Wewe na wewe ndio unaweza taka kukufa. Wewe unaweza taka kukufa. Na umeambiwa utayeyuka, utamwagika kama mshumaa. Wewe unaangalia tu kimwagika hivi. Kichwa hii ianze kumeli tu peke yake kimwagika ukiona. Hata kama ni wewe unaweza kufanya nini? Si unaenda kuitisha. Hiyo makosa si ya yangu, ni ya huyo mama. Alikuja kwa jina la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. So that is what I'm saying, and that is what I'm looking at. Lazima tuangalie na tuangazie. What is the picture ambayo tunapatiana kwenye macho ya Mungu? Ukristo wako uko na picha gani? Mazingira wewe kama mama, what kind of a woman you are? Wewe kama baba, what kind of a father you are? Wewe ni mwanaume sambuli gani? Wewe ni msichana sambuli gani? Wewe ni pastor, ni apostle, ni prophet, archbishop. What kind of an archbishop you are? Are you a representation of heaven? Do you hear God? Ama kwa sababu umevaa kofia kirefu na uko na mkwajo unatembea hapa, unaweza kufanya anything that you do. Eti kwa sababu unajua godhioma. Rabareka ya rai. Lele wose. Sasa sio ni communication ya kwa shetani. Maana Mungu anafanyanga vitu kama hizo kweli? Sasa unajua ilitoka wapi? Nipukulie basi moja amesema sasa hiyo ni kelele. Hizo kelele si kelele takatifu. Kelele za shetani. Hello. Hebu examine what kind of a person you are. Do you deserve to be called a child of God? Do you deserve to be called a son or a daughter of heaven? Jiulize tu. Ni kitu tu ya kujiuliza, si kitu ya kujijibu. Usijijibu. Na kujiuliza ni uangalie mavitendo zako, mitugo yako. How many people have you backstabbed? Ni watu wangapi wamekuja kwa hii kanisa? Wewe umefanya maombi yako ya uchawi, wameenda kwa sababu yako. Ni watu wangapi huko kwenu kwa kijiji umetesa mpaka wameteseka because of you. Ni watu wangapi umesegenya, umepiganisha familia mbili zimepigana, zimeagushana because of you. Ask yourself, when do you count yourself? Do you count yourself mtu ambaye hata Mungu atafanya maadui wako wa kweli maadui wake? Bwana Yesu asifiwe sana. Umechochea watu wangapi? Tulikuwa kwenye kikundi cha watu 20, lakini huyu mzee amechochea, wamebaki watu 5. Huyu mama amechochea, kumebaki watu 4. Huyu amechochea, kumebaki mtu mmoja. Huyu kuchochea kwako kulifaidi kazi ya Mungu na nini? Your deeds, shekoshi yako ziko na ishara gani kwenye utukufu wa Mungu? Ziko na baraka gani kwenye njia za kuinua kanisa la Mungu?
Kanisa limejengeka. Wewe ni tofali lililojenga nyumba, ama wewe ni tofali lilikuwa ambalo halikujengwa vizuri likabomoka? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Verse number, I will be the enemy of your enemies and adversary to your adversaries. Verse 23 inasema, when my angel goes before you and brings you to the Amorites and the Hittites and the Perizzites and the Canaanites and the Hivites and the Jebusites, and I blot them out, you shall not bow down to their gods, nor serve them. So this battle, it is not you who is going to drive it. It is not you who is going to win it. It is not you who is going to fight it. It is God that is going to fight them. The Jebusites, the Amorites, the Hittites, the Girgashites. All these, they are powerful and they are stronger than you. Maadui wako wako na nguvu. Maadui wako wako na maarifa. Maadui wako wako na njia za kukuchapa. Maana wao tu wako kwenye position. Wewe hujui they are planning to attack you, lakini they know they are planning to attack you. They themselves ndio wako na mpango wa kukupiga. Wewe haujui. Kwa hivyo kukugonga itakuwa ni rahisi, lazima wakugonga. Maana wao tu ndio wanajua. Maadui wako ndio wanajua, maana hujui huyu mzee anakuaga adui yako. Hujui huyu mama anakuaga adui yako. Wewe unamwambia kakuja tukakule raji. Kumbe unaendaka na adui. Na kwa sababu anajua kesho mtaenda raji. Mkifika huko kukula raji, wewe ukifuga anakuambia vio ila baba ukaenda ukaoge mkono na alafu na mimi nitaenda kuoga mkono. Ukienda kuoga anatoa kitu anarusha ndani ya chai yako na anakuja na anakaa hivi. Na basi anakuja anaenda anaoga mikono. Mnakuja mnakaa chini mnaendelea na mnaendelea kukunywa. Ukifikiria ni nani? Ni rafiki. Kumbe alishakumaliza. Na akitoka hapo ukipelekwa hospitali ukiwa mahututi, yeye ndiye atakuwa wa kwanza kuja kuangalia kama kazi imefanyika vilivyo. Kwa hivyo maadui wako hawajui, lakini wewe wanakujua. Kwa hivyo that is why you need the hand of God. That is why you need to be careful. That is why you need the angel to guide you. Mambo kama hao yakitokea, wengi wanakuja na kuambia anagonga hiyo au unateresa, unagonga kimeza ndio mboga chai yote. Lakini kama uliwacha malaika wako alitoroka, alikuogopa kwa sababu ya tabia zako, nini itafanyika? Utakunywa taramba kachai tu. Kila bakachai maana inaanza ku hata dironi hajaweka tulamotangalia dhibitali na muda akaniakuaga na ihenya. Na ndio najua Bwana Yesu asifiwe sana. You need to have this angel. And to have the angel, you need to walk with you. You need to be obedient. To be faithful. To be careful. Then God will fight the enemies, destroy them, blot them out of you. Then you shall never bow to their gods. Si eti awanyang'anya magari zao alafu sasa uweze kusema ishi ndeka iwato nekera keza tualidie gari ishi. Kumbe zilikuwa mamungu zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Tell your neighbor you have to change. In verse number 25, you shall serve the Lord your God, and he will bless your bread and your water, and I will take sickness away among you. So, when are we going to be healed? When are we going to be healed? Is it when the apostle atakuwekelea mkono? No. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why umekaa kanisani na utoilie melimo imejaa kwa mwili. Magonjwa imekaa inatembeaga na wewe, ikiamuka inakwambiaga okera unywe dawa. Ni magonjwa. The only time you are going to be healed, hello, listen again here. The only time you are going to be healed is this time. You shall serve the Lord your God, and he will bless your bread. Are you getting me? For you to have food on your table, it is not how you know how to go dioma. And that is why Christians are poor.
That is why Christians are still suffering, because they think ni kukuja kuomba ndio mkate ikuje kwa meza. Si kuomba. Maana unaomba lakini wewe ni mchafu. It is being obedient and serving the Lord your God. Then the bread will be, you have the bread. And number 2, you will have the water. Bwana Yesu asifiwe sana. And number 3, I will take sickness away from you. I'll take what? Because of serving the Lord your God. How do we serve? Is it by praying? No. Is it by coming to sing here? No. Is it by kesha sasa we are serving God? No. No. It is by deeds. Deeds. Maweko mako. How do you help? How do you stand in the gap? How do you promote peace? How do you promote love? How do you care for those who doesn't have? How do you stand in to help the needy? How merciful are you? Is the mercy in you a genuine mercy? Ama ni mercy ile unataka kuja kuonekana kanisani, wewe ndio unatoaga? Bwana Yesu asifiwe sana. Kukiambia nani atatoa, tuko na mtu tunataka kusaidia roda, nani atatoa, tunahitaji shilingi 10,000, wewe unakuwa mtu wa kwanza kusimama kutoa 10,000. But it's not because you have the mercy, but because you want to be known in the church. Wewe ndio utatoa. That one will not take you anywhere. That is not serving God. Kuna kutoa, unaweza kuwa umetoa milioni 20, but you have never served God. Unaweza kuwa umekuja wewe ni muimbaji, unaimbaga mpaka watu wanasema, oh, the Holy Spirit aliteremka. Mimi nilimuona, alikuwa na walaini 3, alikuwa na kereba na mishoro 3 padi. Huyo malaika nilimuona aliteremka, alikuja akiwa nini? Akiwa wingu likateremka. Mimi nikaona wingu limeteremka, hapo nikasikia nywele zangu zote zikasimama kwa sababu ya venye kuliibishwa. Venye waibi waliiba. Lakini si Mungu aliteremka, kumbe ni roho ile iko ndani yake iliteremka. Because unaweza kuiba ile roho iko ndani yako iteremke. Kama wewe ni msherati, utaimba hapa upige wimbo, roho ya usherati iteremke. Watu wanafikiria ni Holy Spirit ameteremka, kumbe ni roho ya usherati imeingia sasa. Imeanza kutafuta, because you have created a space for it. You have created the atmosphere. Imeingia, kumbe unakuanga mganga. Wewe ushaletwa emogo, ikiingia hapa nyimbo zikiwepo mzuri, hakuna sasa kumbe ni mganga. Nikamuteka na roho ile ndio alini kwa kala tutadweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona watu wanazunguka hapa, ukiona amefanya hivi, ndio nalaga na rudiki hapa. Najiangalia. Nami ila ni ngoma. Naambia acha. Ndio hiyo. Sana. Because hakuna roho, hakuna ni uroki na usinzi ulio ndani yake ndio unafanya na. Maana hiyo kadhitima ikitolewa, maana iko kwenye presence ya Mungu, ikitolewa sasa inamnasa. Anasema zile. Bwana anasema msipobadilika. Bwana anasema mubadilike, ataenda kulibariki kanisa. Mubadilike, Bwana anasema I see the crowd coming. Kumbe ni roho ya nyoka ndiye inafanya hivyo. Ni nyoka imemshika, inamwambia utoe hile kogoko na nigodhokile. Sasa akienda kumshika na pia kaasha, wewe usimuguze. Utaumwa na hiyo nyoka. Hiyo ni nyoka itakuuma. Bwana Yesu asifiwe sana. You have to be very careful. Ndio uangalie, ujue ni nini kinatendeka. Hapa haruha ina nyoka shiga.
Hebu uliza mwenzako kijiangalia, unaonanga kama wewe ni nyoka? Hebu ulize mwenzako. Unaona kama wewe nyoka? Unaona kama wewe nyoka fulani? Bwana Yesu asifiwe sana. Until you are able to understand that God does not enjoy those nonsense. God is a genuine God. The Spirit of God is peaceful. Si hakuja kufanya vituko. Kwani Mungu amekaa hapa nyuma na mvuruta ule mtu? Ndio kana kwani mnacheza dansi na Mungu? Wacha unafiki. Tulia, Mungu akutumie na jinsi anavyotamani na wewe. Mungu ako na mipango mizuri. Mungu atakutumia. Hauhitaji kurukaruka ndio Mungu akutumie. You need to proclaim God. You need to stand and say, indeed, unasema katika jina la Yesu umefunguliwa. Full stop. Mimi naombeaga watu wako Amerika na wanasikia wamepona. Niombeaga watu wako. Sasa wanaonanga nikifanya kwani wamekuuliza uko ulienda wapi? Bwana Yesu asifiwe. God is not a gymnastic. Sio gymnastic. God is not a cartoon. Na roho hapana kujagi kwa vituko. Anakujaga kwa njia taratibu. Na hiyo njia ni Mungu ameikomanda na ameileta kwa njia ya utaratibu. Sisemi kwa Dioma ni baya. Sisemi kwa Dioloka ni baya. Sisemi no. Lakini kuna ile naangaliaga hivi na biasha. Na ukitaka kujua unaona kwa sababu unajua sasa umefuka macho na unataka watu uko kwenye position, you take a good position ndio kila mtu ajue kitu kinafanyika. Sasa unfortunately unafuka macho because hutaki wa kuone na hutaki kuwaona na hutaki wa kuone. So unfortunately sasa unaenda hivi, roho anakupeleka na kuvuruta na kuvuruta. Unajikuta umeanguka chini na umeanguka vibaya. Na unaumia. Bwana sifiwe. Unaenda ukiwa na kidhukuru huko. Sasa huyo ni roho hana majeraha. Roho wa Mungu hana majeraha. Wezi kuja hapa utoke na majeraha kanisani. Tumekuja hapa ni kwa Mungu. Hapa ground ni ground safi ya Mungu. Ni utukufu wa Mungu. Malaika wanakushikilia. Ukienda kuanguka unakuta malaika wanakushikilia vizuri. Yeah. Lakini kila mtu amezunguka lakini akienda kuanguka umeona ameshika kutoka vizuri, ameenda chini, hiyo ni pretend. How did you know? Ulijiachilia. Ulijuaje nguo zako zimeinuliwa? Kumbe unaangalia kana jicho moja na kazi kanisani. Na hizo ndizo zimeharibu kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. Kwa hivyo the sickness will be removed, will go away. Not because of your sarcasm, but because of the good relationship you have. Not because of your apostle, not because of it, but because of the good relationship. What kind of a relationship do you have with God? Hiyo ndio inaondoanga magonjwa, ndio inaondoanga matatizo, ndio inaondoanga barriers, ndio inaondoanga confusion, ndio inaondoanga stagnation, ndio inaondoanga limitation. Every kind of enemy that is in your life is removed by God himself for having served him. Bwana Yesu asifiwe sana. For having what? Serve. How do we serve God? How do you know that you are serving God? When you are heart 100% is genuinely in the place where God wants you to be.
Lakini kama ulikuja kulala hapa, unakuja mpaka unalala hapa kifudifudi, unaomba hapa. Na kumbe si kanisa unaombea, si muhodi unaombea iongezeke, si kwaya unaombea, si nani, si David unaombea. Umelala hapa kwa sababu kuna mjamaa anasimamaga hapa. Na huyu mjamaa unamwekea kichwa, unasema I have captured in the mighty name of Jesus. Remororo kaentelebosaya. Wewe utakuja umekaukia tu hapa. Utakaukia. Maana hiyo kitu utapata. Unaona kutoka siku ile nilisema wale wanaleta sadaka za asubuhi mapema. Nitakuwa mimi nikizichukua. Zilipungua automatically. Kwa sababu sikuwa genuine. Zilikuwa za kushe aikachi. Rebo ya ndororo seke daya ramashanda laka iki tolda kende samurobo teke tora tekarabo kende reboza na ekelea sadaka hapo ilipotea immediately wa mpaka nilikuwa nauliza kabla siaro ushinde sianyihili ati maana ajenda ilikuwa si kanisa, ajenda ilikuwa ni vitu vingine. Kushika mwanaume hapa, nikikuja hapa nimekauka, ndio unaona wakati mwingine nimekauka, jicho yako imetoka nje kwa sababu huyu amenishika. Huyu gusha ile anadimenya nganena kodelani. That's why na mimi nikasema kutolela gai. Nikatoroka kwa Mungu, nikaenda kwa milima kujificha huko ndio Mungu akuwe maadui yao. Hello, mimi najua siri. Siri ni kumulilia Mungu. Siri ni kurudi kwa Mungu. Ndio hao wote wakafanyika maadui kule biguni. Waliyeyuka kama maji ya shupe. Wote waliyeyuka wakija. Ndio hata naombea David. Unajua David amekamatwa. David sasa amekamatwa. Unaona David anakuwa busy doing nothing. David anaweza sukuka hii nyumba. David nataka wewe kwa watu wa matatu wamweke ile kitu kupima speed distance. Wekewe mahali kwa Mungu. Ndio tupime pa wiki tunaenda kwa hii nyumba. David aliwekwa matuhufu. David anakuja. Mano nikimela. Mano nakuja huko. Mwana kikaa kidogo. Dad. Ananiambia dad, nataka juzi jana mani juzi. I think ni jana. Juzi. Akakuja akaniambia, "Daddy, nimekuja uniruhusu niende nikaangalie gari hiyo ingine kule juu." Nikamwambia enda. Nilijua mali. Nikasikiliza kidogo nikamsikia. Baada wana hawaleta. Nisikia hapa kibanga maneno. Nikaja. Wacha nisimwaibishe. Nikachapokea kamlango kwa nyumba. Nikatoroka nikaenda. Lakini wana hawaleta. Mtu aliyeta alikuwa hapa akipanga maneno. Nilienda tu kwa mlima nikaambia Mungu nisaidie. Kwa sababu David is a man of God. David is a good. Today God is going to restore you. Nilikuwa nimefanywa hivyo. Endo angalie mahubiri yangu tukiwa City Stadium. Si kwa hiyo ubiri nilikuwa na mahubiri ya vita. Bwana anasema mnaenda kuangamia wale ambao mtakuwa mkifanya maneno ambayo hayafanyi. Ninawalaani, mtalaaniwa, one furawa. No one. Nothing. Sadikine kikuja. The same story. Sadikine. Waka watu wakaniogopa wakatoroka. Kumbe ni walikuwa wameniweka kasetani. I was not seeing anything. Siku hizi zinahubiri mnatulia vizuri. Kwa sababu ni mimi wameniacha wacha. Sijaachwa kabisa. David, hata wewe Mungu atakuacha. Hata wewe uliye hapa ndani, Mungu atakusaidia wakuache. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana mitego ni mingi. Kila kuchao kuna mpango mpya wamekupangia. Kuna mpango wa kukuangamisha. Lakini huyo Mungu unayemtumikia atawafanya wakuwe maadui wake, si maadui wako, lakini watakuwa maadui wake. Atawapiga bila wewe kujua.
hivyo usiwe na wasiwasi. Mtegemea huyo Mungu. Yes. David tulia. Tumuombeeni kabisa. Tukiomba kuomba muombee David. Mufanyage kila siku. 30 second ya kuombea David atulie. 30 second. Mumweke tu kwa Mungu. Maana si watu wengi wanamumaliza. Ni watu watatu tu. Only 3 people. Ndio hawataki, maana waliona nyota yake. Wakaribu kuibia ikakataa. Wakajaribu sasa wakajua tumwekele kiagago. Yaani the spirit ile uko nayo, the spirit itako yake kiagago. Yaani unakuwa na nini kiagago ni kugata na kitu hivi. Githagata. Stress. Yaani you are just hata I wish naweza penda nikuje nikuangalie mahali unalala nikae pale bila wewe kujua. Hata kulala najua unapiduka kama mara 20. Unapiduka hivi. Unainua mguu. Alafu unaanza kutafuna chakula. Akiota. Ujaikuta ukiona. Unakiulalia. Hiko ni kulalia hiyo si ngoma. Sasa hiyo ndio ngoma anakupatia chakula. Unakula kula. Sababu ni kinyoko umelishwa lazima yalishe kiingie vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tuelewe ni jinsi gani hii tutakaa. Verse number 9. Sasa nasikia. None of you shall miscarry or be barren in your land. When you serve and walk the way God wants you to walk, you shall never miscarry. Hautapata, David, hautapata utasa. Huduma yako haitakuwa na utasa. Haya, simuseme amen mzuri. Huduma yako haitakuwa na utasa. Biashara yako haitakuwa na utasa. Familia yako haitakuwa na utasa. Chochote Mungu amekitenga kwako hakitapata miscarriage. Yaani kitajaa, kitakuwa na mimba na mimba itazaliwa. You are not going to miscarriage. You are going to be successful. Utazaa. Kile Mungu aliweka ndani yako kitazaliwa. Mwambie mwenzako kile kiliwekwa. Ile mbegu iliwekwa ndani yako itazaliwa. Itakufa. Medaka lile utolewe mimba ile Mungu amekuweka. Hiyo mtoto akufe. Ndio aje kusema tulisema haradiko. Niliwaambia hakuna mtu. But nataka I decree and I declare to everyone here, na yule ambaye anatutazama kule nje, ya kwamba chochote Mungu aliweka, ile mimba imewekwa ndani yako, lazima itakaa kwenye tumbo siku zile ambazo zinahitajika, and you are not going to miscarriage. Kama ni biashara, you are not going to miscarriage. Kama ni huduma, you are not going to miscarriage. Hakuna kitu chako, hakuna watoto wako watabarikiwa. Sema there is no miscarriage. Sema no miscarriage. Hakuna, they will not be able to abort. Hawatafaulu. Why? Only because I'm walking with God. Only because I'm serving God. You can walk with God but not serving God. Now walk with Him and serve Him diligently. Yani utembee na Mungu na ukue wa huduma kwake na ukue wa baraka kwake. Ufanye matendo ambayo yanastahili. Ufanye matendo ambayo kule mbinguni yanaleta shangwe. Amen. Wow. Hakuna mmoja wenu hapa atapoteza kitu. Hakuna mmoja wenu hapa. Ile kitu mimi najua tu mtapoteza. Juu mshapoteza. Ni told that God had some. Lakini ile ambayo ni yako, ile Mungu alikutengenezea, hiyo inakuja.
na hawataweza kumiua, hawataweza kuiua. Inakuja, inakuja, inakuja. Kile ambacho ni chako Mungu amekutengenezea, it is coming. Na haitaka. We are in the next half of the year. Before the end of this year, mdomo yako itakuja kunena ukuu wa Mungu alivyofanya. Mdomo wako utakuja kutestify. Mdomo yako itasema jinsi Mungu amekutendea, maana huyo Mungu anajua kutenda. Amenitendea, amenitendea. Wacha nikwambie, tuliza kidogo na upunguze sauti kidogo. Wacha nikwambie that the Lord, huyu Mungu ambaye tunamtumikia, huyu Mungu ambaye amekuwa pamoja na sisi, huyu Mungu ametuweka hai, huyu Mungu ambaye amekuwa na sisi mahali popote tumetembea, amesema kutoka leo umeng'olewa kutoka kwa kitabu cha umaskini, umeandikwa kwenye kitabu cha matajiri. Yaani kusema macho yako imefunguliwa, moyo wako umefunguliwa, masikio yako yamefunguliwa. The greatness of God will walk with you. Anything that you've been trying to find and you are not finding it, now your eyes will be able to see. Anything that you are trying to hear and you are not hearing it, from today your ears have been opened. Utaanza kusikia maneno kutoka mbinguni, utaanza kusikia wema wa Mungu, utasikia maana malaika, huyo malaika atatembea na wewe. Already the angels are here. And everyone angel is here. Maana mumechange. Yes. Ambia mwenzako tumechange. Wacheni ujinga. Ati mumechange. Mwambie mwenzako nimechange. Umechange mkiwa na nani? Amekuambia amechange yeye. Mwambie mwenzako nimebadilika. I am not the same. I am not the same. Mimi sio yule alikuwa wa masengenyo. Mimi sio yule alikuwa wa kasumba. Mimi sio yule nilikuwa wa jana. Look at me now. I am going to be different. Maana I have been given a new way of doing things. Oh yes. Wengine walikuwa nakuona, walikuwa nakuita kile kisichana. Kutoka kesho watakuita msupa, hata kama yeye ni mama mzee. Hata kama yeye ni mama mzee watakuita msupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hautatembelea kipindi hiki na majira haya, hautatembelea katika ulimwengu wa maskini tena. Oh, yes. Hautatembelea kwenye ulimwengu wa unyonge tena. Oh, yes. Hautatembelea kwenye ulimwengu wa kunyaganywa. Hautatembelea kwenye ulimwengu wa kudharauliwa. Hautatembelea kwenye ulimwengu wa kunyaganywa. Hautatembelea kwenye ulimwengu wa magonjwa. Hautatembelea kwenye ulimwengu wa mateso. Hautatembelea kwenye ulimwengu wa kudanganywa. Hautatembelea kwenye ulimwengu wa kudharauliwa. Waliokuwa wakikudharau sasa watakuheshimu. Sasa watakuheshimu. Wapende wasipende. They will give you maximum respect. Oh yes. Sema maximum respect. Maximum watakupatia, wapende wasipende. Oh yes. Hallelujah. Hata wewe ambao unatutazama kule, najua you are in America and you are either in Asia, uko UK, Britain, mahali popote, Europe, Africa, wherever you are watching us from, I want to tell you today that whatever that God created you for, because of obedience that you have shown today, God will raise you again. Will turn around your life, will turn around your future, will make you the vessel that He intended you to be. Hey, wow, verse number 27. Part 2 of 26. I will fulfill the number of your days. It is a promise from heaven that from today, the numbers of your days, meaning anything He said about you when you came on earth,
He's going to fulfill it. Hallelujah. You did not hear that. That the numbers of your days, Yes. whatever he said you are going to become, whatever he projected you for, whatever he planned you for, from today, he's going to fulfill it. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. He is going to fulfill it. He is going to fulfill it. I will send my terror before you, and will throw into confusion all the people against whom shall come, all the people against whom you shall come, and I will make all your enemies turn their back to you. That you have not requested this. Hello? Did you hear this? You did not request this. That God is going to send terror to the people that have been always against you. He's going to confuse them. He's going to make them run away. They had a plan to come and attack you. They had a plan to come and destroy you. They had an agenda against your life. They had an agenda against your business. They had an agenda against your ministry. But God is going to send terror. Oh, he's going to send terror to that woman who has been bewitching you, to that man who has been fighting you, to that somebody that has been fighting you. Nataka nikwambie, maadui wa huduma hii, God will send terror to them. God will send terror to them. God will send terror to them. Maadui wa praise and worship, God will send terror to them. God will send terror to them. Maadui wa media, God will send terror to them. God will send terror to them. Maadui wa wamama, God will send terror to them. God will send terror to them. Maadui wa youth, God will send terror to them. God will send terror to them. Maadui ya familia, terror, terror. It is not your work. It is God's work to send terror. And once the terror have been sent, they will be put into confusion. They will be dispersed. They will be destroyed, scattered. They will never be able to come together again. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how God is going to do. It is not your plan. It is not in your system. It is not in your agenda. The agenda is God's. God's agenda is the best. Once he says yes, it is yes. Nobody can change it. Hello? Nobody can do what? Can change it. I will make all your enemies turn your back. So, hii yote tumesoma. Did you find where God is telling you prepare for your enemies? No. He's telling you just worship me. I want you from today to worship God. Do not even ask what you want, because he knows. Before you open your mouth, he knows. Anajua kile unataka. Before even you start imagining that unaenda kanisani kuomba, just come here and worship God. Come night, kuja omba tu Mungu. Tafuta pesa yako kuja. Wacha kutafuta pesa ati kwa sababu una pesa huwezi kuja. Tafuta kopa. God is looking at your heart. God is looking. How determined are you to worship him? He will provide you. He will give it to you. Just come and do something in the church. Go somewhere, do something, help the community. Saidia huyo mama mzee. Saidia huyo kijana ambaye anatezeka. Saidia huyo mwanamke anatezeka. Saidia mtu. Simama in the gap ya Mungu na Mungu atakusaidia. He will bless you. Wachana na maombi ya uchawi. Msikuje hapa kufanya maombi. Acha nikwanza nifuge hapa. Kutoka leo hapa. I seal this altar. I seal this altar. In the mighty name of Jesus Christ. Whoever would bring nonsense here, stand against them. In the mighty name of Jesus Christ. Mtu akikuja hapa kusema told that hadisa. Mmesikia? Umufrustrate na umuchome. No. Let us seek God. Let us seek the intention of God in our lives. Let us seek the intention of God in whatever you are doing. Let us seek to grow the ministry. Let us seek to grow the work of God. Let us seek to be where God wants us to be. Let us seek to be in love with God. And he will do the job for you. This God, he will do something that will shock you. Oh my God. I used to struggle in my life. Wacha niwaambie. I used to struggle.
Wizi nimeiba, kupiga watu nimepiga watu geta, nimewafinya, nimenyang'anya wamama, kujaribu kuishi maisha mazuri. But I never lived a good life. I have bullets in my body because I tried to force my life in this world. I tried to do the will of God, the will of me that is supposed to be done by God, and instead God left me and go. Na alipoenda, maana malaika alienda akaambia Mungu, ni mwana kesho raheire. No. Onako ni uraikare ke jokie mara eke acha nirudishe nguo, because I was naughty, I was a bad person. Sema mtu mbaya, lakini si kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. But when God came and I chose to serve God, because every single day of my life I'm in a position serving God. Bwana Yesu asifiwe. Every single hour of my life I am there serving. Mkiangalia simu yako mnaonaga niko online 24/7. Wale wanaangalia wakitaka kujua anafanya nini. Ni wangapi wananionaga 24/7 nikiwa online? Amunionagi, it's okay. It's okay. It's okay. I understand you. I understand where you're coming from. But there is this one thing that 24/7 of my life I am serving God. Because when I discovered it's only God that has the opportunity to make you that person, I realized whatever I did. I remember there is a bank hapa tuliiba 40 million. Na hiyo 40 million tuliikula na 1 month ikaisha. Only 1 month. 40 million. Tulikuwa wanaume 6, lakini tulikula. Wale ambao tulikula na wao wa mama wako na nyumba Kayole saizi wanalipisha nyumba. Mimi hata wewe sina ya hiyo pesa. Na mimi ndio nilifront mwili yangu. Ikapigwa risasi moja hapa ilipitia hapa. Lakini hiyo pesa ule ilienda. Nisaidia. Naonaga watu. Hata mama mmoja siku nyingine nimwambia tukejikagia kanyamu. Aja wewe na ngoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Because all that you do that does not belong to God is in vain. Bwana Yesu asifiwe sana. But which you do when you are with God will germinate forever. For the next generations to come, they will find it there. We are enjoying the words of Moses because Moses left a word for us. We are enjoying the words of Elijah because Elijah was there, left a mark. We are enjoying the words of Joshua because Joshua was there, he left a mark. What mark are you intending to leave before you leave here? What kind of a mark? Just serve him. He's faithful. He will provide with you. Mimi nikitaka kitu kesho, niambie Mungu nataka this. He gives me. Because what? I have a good relationship and I'm working with my angel. In fact, aliniogezea sana nataka na angel 10. I normally work with 10 of them. Kuna usimulikuwa hapa wakati Ketijijo. Unakuita Ketijijo. Unajua tuko live. Tuko live. Sorry, si Ketijijo. Tunaongea si Ketijijo, naongea kwa mtu mwingine. Alikuja alikuja kusimama hapa. Akakaa pale, akakaa mama kanisa na akatake position na akakaa. Wakati hao my angel waliona position has been taken. Aliferereki kuferereki akasema, "Yale, ndio wale. Wanani? Malaika ndio wale." Because you cannot fight. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. God knows how to do it. God knows how to fight. Don't worry. Hizo challenges unazipitia, don't worry about them. Just position yourself. Be where God wants you to be. Do what God wants you to do. And be calm. God will lift you. Bwana Yesu asifiwe sana. Be calm and do the will of God. The other day I met Beatrice hapa. Shingo imeinama. Sinaona mpaka amenyoa nywele ni kama ya polisi. Si yeye amenyoa, imeng'oka. Niko munyoke tona mwana ne munyokete pio. Niko gioni adometa kwa intercessor. Wamemsubua. Wamempeleka pio. Wengine mpaka wakuji walisema hatakuwa akikuja, wamekataa kukuja. Hadi kwa sababu yeye ndiye aliyajua intercessor, yeye ni daddy. Mami, serve God. You are not called because of anybody. You are called to come and serve God.
Hawa hawakuwa party ya intercessory, ilikuwa mikora. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa worship kaka kalikuwa kana nyama kidogo, angalia nyama zimeenda. Zimeenda nyama zimeenda. Na shiko pale nyama zimeenda. Kwa sababu huyo usupufu. Usiposubuliwa, utajuaje mnapigana na shetani? Utajuaje umeshinda vita? Utajuaje you have conquered, you have won the battle? Bwana Yesu, how will you know? If the devil is not talking to you, is not fighting you, then you are in bed with the devil. So vumilia. When you strike, when you see vita vimepanda zaidi, that is the time you are with God. Bwana Yesu asifiwe sana. When you see people have risen against you, that is the precious time with God. Kuambiwa ati utatoka hapa, ati matuko makume hakwegothi, ucio ni urathi. Wanyita. Uri uka gukura ni urathi iri, ni urotete guthi tondu kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. I will send to number 28. And I will send hornets before you, which shall drive out the Hivites, the Canaanites, the Hittites from before you. I'll not drive them out from before you in 1 year, lest the land becomes desolate and the wild beasts multiply against you. Kumbe this God knows how to care for you. Maadui wako hawatang'olewa kwa safari moja. Wataenda kung'olewa kamoja. So hivyo ukiona kamoja kamiondoka, wacha kusema mahoya matiri mara akinya, ni makinyu. Now when the day you saw kamoja kamiondoka, kengine kataondoka kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Because God does not want to create a vacuum in your life. He wants that you will witness as they go. Because if he creates a vacuum in your life, grasshoppers na vitu zingine zitatake advantage, zitakuja kuvamia, utengenezewe maadui wengine. Anataka kung'olee haka, aking'oa haka, kesho anang'oa haka, kesho kutwa anang'oa haka, kesho ingine anang'oa haka, kengine anang'oa pole pole, ukitake position. Aking'oa adui mmoja anakuambia kanyaga, aking'oa adui mwingine anakuambia kanyaga, aking'oa adui mwingine anakuambia kanyaga, aking'oa adui mwingine anakuambia kanyaga. As you kanyaga, you master, you occupy. Unakanyaga ku-occupy the territory. Hiyo ameondoa is a territory ilikuwa imekaliwa na Wahiti. Unaondoa Wahiti, unaenda Mkanyaga, unaenda kwa wa Yunani, unawaondoa. Unaenda kwa Wagirigashi, unawaondoa. Kila step you are making, you are removing them. As you remove them, you occupy. You remove them, you occupy. You remove them, you occupy. And where you have occupied, they will not be able to occupy. Oh yes. Hello. Kanyaga. Sasa si tamu. Kanyaga. Hapo umekanyaga na occupy. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukipatiwa kazi hapa, kanyaga, kashika kazi hiyo na occupy. Mungu akikupatia territory, kanyaga, kamata hiyo territory na occupy. Don't leave it vacuum. Don't give it. Occupy and give it a name. Ilikuwa naitwa land ya Wahiti. Ukikanyaga, ukijaga, ibadilishe jina. Ukienda kwa Agirigashi, chukua land uipatie jina mpya. Huko kwingine chukua land uipatie jina mpya. That is how when we came here, we conquered this place na tukaita synagogue. Wamepigana na sisi, wamechoka. Numo kama gita mafuta tukole. Wanamwaga mafuta. Nini mlikuta kukimwaga mafuta? Mlikutiria kukimwaga mafuta. They no longer wamechoka. Sababu Mungu alisababisha kwao kukuwe na vita. Sasa wakaenda kushughulika, vita za kwao zikakuwa nyingi. Sasa wanapigana kwenye vita za kwao. Maana God will create them. Watakuwa busy huko wakishughulikia mambo yao akikupanga. Sasa ndio kwa maana leo amekuja kukwambia nimekupanga, you are ready for restoration. You are ready to be empowered. You are ready now to go. You are ready now to start the journey. Maana huyo Mungu wakati wa kukubariki umefika. Any program alikuwa amekupangia, it is from today. Daftari la program yako limefunguliwa. Anything ambao ulikuwa na struggle kupata kutoka kesho, you will not struggle.
You just tell your God, now my God, I want to walk. God will be ahead of you. You tell your God, I want to stand. He will stand with you. You want to sit, He will sit with you. You want to open a business, He will open a business with you. You want to open a ministry, He will open a ministry with you. Anything that you will plan to do, it will come to pass. Why? Because you are in the position, number one. Number two, you are in the season. And number three, you are in the time. Those three things must work together. You must be in that position where God will speak to you. Ndio mbingu ifunguke. Jacob alikuwa Bethel. Na mahali alienda kulala hivi kwa sababu ya kuchoka. Ni mahali pale grandfather yake alienda kutoa dhabihu ya Isaac. You see the connection? When things were done right, you will find yourself in the right positions. If you do right things now, you will have created your path, your plan, your ways will be right. Wherever you will go, wherever your children will be, wherever your grandchildren, your great-grandchildren, mahali popote wataenda, watajikuta into the condition that you created. Now, right now, this is the time to mend your ways because of the generation that is coming. This is the time now to correct your ways because of the children, watoto wa watoto wako ambao wanakuja. Create an atmosphere. Wakati watakapokuja, watapata atmosphere that is good, that is of prosperous, that is of growth. Mtu anaitwa Timothy was not blessed because he was Timothy, because he was good. He was blessed because of who? His grandmother. Paulo alimwambia, akamwambia, shosho yako Lois alikuwa mtu mwenye imani sana, na hata mama yako alikuwa mtu mwenye imani sana. Hiyo imani uko nayo ilikuwa na shosho yako. Why? Because shosho alitengeneza barabara. Wagapi hapa tumeitwa Guka na shosho? Wagapi hapa tumeitwa shosho na Guka? Inueni mkono Maguka na mashosho. Maguka na mashosho, inua mkono mzuri juu. Ndio leto Guka. Hujaitwa Guka? Okay. Wewe unasikia sasa? Umesikia kidogo? Na sasa? Sasa mnaita Mungu nini? Umesikia? Nimesikia. Kwego masihora gosikehera. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna ngoma za kupigwa na kuna ngoma za kusugumusiwa na kuna ngoma za kuhehererwa. Wewe na zinaotoka. Kuna ingine za silabu mbili zinaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Si ulete yako tuone. And I will send verse 29. I will not drive them from out from you before you in 1 year, lest they become desolate and the wild beasts multiply against you. Little by little, I will drive them out from before you until you have increased and possess the land. Until you are completely ready to serve. That is when God will release you. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka wakati you are ready to serve. That you have shown maturity now. Mimi nimekuwa. Mimi niko ready kuitwa mtumishi wa Mungu. Wakati tumeanza huduma kutoka pale, nimekuwa na watu wasumbua katika ministry. Wamenisumbua. Mimi nilikuwa nikianza ministry nilikuwa na nywele kwa kichwa. Ilikuwa imejaa. Sikuwa na kipara. Na ni miaka 3 tu imepita. Sikuwa na kipara. Lakini angalia sasa kichwa. Angalia. Hii siku si uzee. Mimi sijazeeka hivyo. I'm still young. I'm still young and handsome. Lakini angalia. Huyu mama amenihurumia. Ameniangalia mpaka na mdomo. Sikunyoa. Ilimeng'oka. Stress. Only 3 years. Nywele zote zikaondoka. Zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Why?
alisema nywele iondoke, lakini mimi nisikufe. Ndio ani grow step by step, little by little. Nilikuwa na stress mpaka nilikuwa na wrinkles. Unajua hapa ukikuwa na wrinkles hapa na hii mfupa ichomoke iche vizuri hivi kidogo, ni kumaanisha hata kule biguni umekataliwa. Hii mfupa ilikuwa imechomoka na hii imechomoka. Hii masikio ilikuwa imekaa kama bakuli kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila asubuhi nikiamka ni shida. Uliza Koki. Koki ndiye alikuwa master wa hiyo vita. Walikuwa wa mama 15. Charity, Koki, Karo, Alice, hiyo group yote walikuwa 15. Mpaka ninawafukuza naambia msikuje kanisani. Na ninaenda mlimani ninaomba wasiwahi kanyaga kanisa. Sade hii nikikuja na wakuta ndio wako mbele, wamefagia kanisa, wamepaka viti, mpaka wamenipikia chai. Na wanakaa huko. Amen, nikihubiri, amen, preach it, prophesy. Kai. Ninatoka hapa nikilia machozi. Ninaenda nauliza Mungu, si tuliambia na hawa mama hata kuja kanisani? Mungu siku moja akaniambia, hao ni wachungaji pia. Ndio wamekufanya ukuje mlimani. Kama sio hao, haungekuja mlimani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe hawa ndio walinifundisha kwenda Gong. Nilikuwa nalalaga Gong. Nikikuja hapa nimetoka Gong. Nililala huko na nikichaka. Umelala hapo nasikia hiyo ni nyoka imepita hapo. Ukikaa kidogo nasikia mafizi. Unaona ndio hizo unajua zina macho inaglita hivi. Unaona zimepanda. Hawa ndio walifanya nijue mlima na nijue wanyama hawakulanagi. Unapokaa karibu na Mungu, wanyama ni wa Mungu na wewe ni wa Mungu. Nyoka itapita haitakuguza because they trained me. Na wakati nilipita hiyo darasa, kutoka siku hiyo katumbo kalimea. Unaona niko na katumbo public, inaitagwa public opinion. Na hii haibebagwi na mjiga. Hii haibebagwi na mjiga na ni mtu anajua kuitunza vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ujipage ubebe kitu na ubebe na akili mingi. Si ndio baba? Si ndio? Ni kweli? Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. Are we together? So when they came, for me I treated them like enemies. Niliona ni kama ni watu wabaya katika maisha yangu. Kumbe hawa ndio walikuwa, because I knew nothing. Mimi sikukaa chini ya, nilikaa chini ya Harrison Ng'ang'a akanilea, lakini sikukaa chini ya kulelewa niwe mchungaji because I was not interested kwa mchungaji. Mungu aliniambia nikuwe mchungaji lakini sikutaka. Nikatoroka kwa James Ng'ang'a nikaenda kwa Harrison because kwa Ng'ang'a alitaka kunipush nikue. Nikamtoroka kwenda kule na yeye akanichukua kwanza ule akanimwagilia mafuta na akaniambia mimi nimeambiwa na Mungu nikumwagilia mafuta. Mimi sasa nikatoroka huko tena. Sikutaka kukaa huko. Kwa hivyo all the time I was running away to become a pastor. All the time I was running away. Nisichika microphone hii. Lakini sasa Mungu alifanya nini? Alinisababisha nikajikuta ndani ya microphone. Nilipojikuta ndani ya microphone nikapata kanyumba pale City Stadium. Nikaletewa Koki na grupu yake. Sasa Koki na grupu yake wakakuwa ndio walimu. Hawa mama nimewakutolea kofia mami. Walinifundisha, ndio walisababisha nikajua watu wanaendaga kwa mlima. Nilikuwa na shida kwa unaendaga mtu anaendaga kwa mlima kufanya nini? Yaani ni mtu wena akili jaga. Ndivyo nilikuwa nauliza. Ukiwa na akili mzuri, yani uende ulale kwa mlima kama mtu mjika, umekosa nini? Sasa niulize ni nini nimekosa? Niko na gari, niko na kila kitu, niko na nyumba mzuri, kubwa, lakini silalagi. Nalalaga hiyo nyumba twice a week, twice.
Na huko sitaki kulalia mattress, nalalia ka sleeping bag. Na ikia ndani ya sleeping bag yako nimeishona ni karatasi ya nylon. Hii karatasi ya nylon. Ndio naikia ndani. Na ndio nasiogopangi mvua ikikuja. Alafu nimechimba uruga, nimechimba kimungu hivi. Mahali naitaka naigia hivi naigia hapo ndani. Mvua ikinyesha itanyesha huko, haitaniguza. A nice bed, unapumzika vizuri hapo, unaongea na Mungu huko, umewacha kitanda. Hiyo kitanda silaliagi. Hata nikirudi nyumbani niko na karumu kama wapi na nalaga huko. Ni nani alinifundisha? Ni wale. Sasa kuna mtu atakuja kwa maisha yako. Umesikia Beatrice? Kuna watu watakuja kwa maisha yako. Maana labda ulikuja kwa inaitwa intercessory na haukuwa intercessory trained. Sasa utakutana na mama kama hawa na watu kama hawa. Watu wanakuangalia wanashindwa kama mtoto kama yeye atatuambia nini. Sasa unasikia mahasira. Hiyo mahasira unasikia. Mtu wa intercessory hasikiagi hasira. Hello. Mtu mwepesi hasikiagi hasira. Sasa ukisikia umeumia, unajua bado ndio kama umeletwa. Sasa huyu ataondoka, huyu atakuja. Sasa huyu atakufinya kwingine. Sasa paka kale kamebaki kale ndani. Huyu akiondoka kimaliza kazi yake, atakuja huyu. Naye atakufinya. Baka wakati utafinywa tu unacheka. Wakikufinya tu unasema haleluya. Bwana asifiwe sana. Hapa nafinyangwa kila siku na mimi bado nahubiri. Si kama huyu amenifinya sana huyu. Huyu unaona hapa anacheka cheka. Amenifinya, huyu amenifinya sana. Penina amenifinya. Wote. Na wakikuja nacheka tu na wao, nafurahia because kuna vitu vingi vimeng'olewa kwangu. So vumilia. Naigwa Frozi, vumilia ung'olewe. Na usianze kusikua na rukaruka uko hapa. Huduma iliyo ndani yako ni kubwa sana. If you don't know. Huduma iliyo ndani yako ni kubwa sana. Na usikubali kudangaranga. Hata siku Mungu atakwambia toka hapa, ukiambiwa toka hapa uende ukae chini ya baba ambaye anajua kulea huduma. Lakini kwa sasa ukae hapa. Hiyo vitu vingine za kwenda huko kudangaranga, ati unaenda mission, unaenda nini, hiyo wachane nayo kutoka leo. Hata kama ndio itakulipiaga nyumba, hii kanisa itakulipia nyumba. Mungu atakulipia nyumba. Tulia. Maana ukitulia tu miaka miwili hivi, I'm telling you, this country will be talking about you. No waje kuroga. Kulevya wakanyuo na stroke. Inamalizika. Mwingine anakuja wana kukunywaga na stroke. Mimi ndivyo nilikuwa na kunywa na stroke. Baka nikaanza kupoteza memory. Na hizi nini nilikuwa naenda kwa Wakorino wengine. Wakorino ni hatari kwa usalama. Na hii na gaini yako heire kiongo kiega muno. Yani mathothoka. Waragia maundu nginya ngariwo. Maundu maya umamenyagira ku. Kumbe ni kuchota. Kwekelea tu mkono hivi ni kuchota. Baadaye nilijikuta si last year. Mwisho wa last year. Sikuwa na memory. Nilikuwa tukiongea na wewe. By the time tumalize story nimesahau anything tulikuwa tumeongea. Kwa sababu nilikuwa nasikia kuna kitu hapa. Nikiamuka hivi nasikia kuna kitu kinataka kuanguka. Kumbe ni wale wali connect. Anything nilikuwa nazungumza. Sasa hiyo ndio nilikuwa kwa media nikiongea kwa YouTube. Nilikuwa natoa maneno kelera. Kumbe ni kunyonywa na nyonywa. Nikanyonyo. Walipo ninyonya wakajua ameninyonya, walinifanya hivi. Wakanirusha nje. Nikaenda nasema tunasha mania moja. Acha dega safari. Na ukiangalia hiyo jioni hiyo, ile story unaongeaga unasikia kuna mtu mwingine. Ule mlikuwa mnaongea naye jana ndio ameletwa aziongee. Kumbe wasaa kufanya nini? By the time nimeng'ang'ana, it has taken me 9 good months to recover. Hata sasa sijarecover mzuri. Kuna wakati nilikuwa natoa mistari ya kukoga. Hata sasa simeanza kuingia. Iko mpya kabisa. Milele yote. Kwa sababu you fight. Watakunyonya mami. Hata wewe mami. Wewe unaonekana pia wewe ni hiyo kutagataka, hiyo ya kurukaruka, kwenda hapa. Wanakufurahi. Mungu amekubariki dada. Uko na neema ya Mungu.
kuja uhudumu siku Sunday, kuja uhudumu kwetu. Usifurahie wanapokufurahia hivyo. Kuna wanakunyonya. Na by the time watakumalizia, utakuwa ukienda unasema samahani, usikuje, tutakupigia simu wakati utakuja. Na wakati ulikuwa unaenda kabla wakunyonya vizuri, walikuwa na kuona hivi wanasema kanisa msima inasema simama. Mgeni wetu mpigeni makofi, pigeni Yesu makofi, mgeni wetu amefika. Kuna wakati utakuwa ukiingia wanaona ni kama inzi ya choo imeingia. Baka wanauliza unaenda kiagira. Protect. Jikave. Cover yourself. Don't allow them. Minister, yes, go minister, but to some extent preserve. Now every time you go to minister, wherever you minister, go with a sacrifice. Bwana asifiwe sana. Go with what? A sacrifice. Ukimaliza kuminister, toa sacrifice kwenye madhabahu. Ujitetee na ustop any attack. Vita zozote wanaweza kukuinulia, una stop. Usikae kama watu wa vyombo na watu wa imbaji. Hawatoangi sadaka maana wamejihodha. Wanasemanga wamefanya nini? Wamejitoa. Hawa hawatoagi sadaka. Watu wa vyombo na watu hawa hawatoagi sadaka, hawatoagi fungu la 10, lakini pesa wanajua kuitisha, lakini hawatoagi. Na siku yao ya kugongwa inakuwa wani sana. Wanagongangwa mpaka unasikia kengine kama kako wapi kale. Kako wapi kengine? Kako wapi? Kameenda wapi? Kako hapo? Hapo kanakuwa na ugonjwa kila wiki lazima kakojeke mara 3. Kwa sababu ukikapatia hata shilingi 10 leo saa hii, kachomoke kidogo hapa kaende, katapigana na hiyo pesa haitarara. Kanasemanga hii pesa msilale na mimi nilale. Mmoja wetu lazima aishe. Kesho asubuhi atakupigia simu, nitumie fare na ulimpatia 10,000 jana. Kanapigwa immediately kutoka hapo kana David, nataka kuomba ruhusa, sitakuja leo. Kifua kimefungana. Siku ya 3 nasikia miguu inauma. Siku ya nyingine kwa sababu amefungua mlango wa kugongwa. Fungeni milango. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu nilijaribu kumwambia na kuzungumzia, naona unakasirika. Nilisema nitakuwa nikikuzungumzia ukasirike mpaka utoke hapa wewe kama ni wa kutoka. Lakini kama ni utakaa chini yangu, I have to produce you. You are a good and you are a very powerful prophetess. Lakini hiyo dini yako, gift yako utaipoteza kwa sababu ya hii. Unaona haka kauso? Hako kauso. Kana kudaganyaga sana. Unaendaka unaangalia kwa kioo unaona ukiwa mrembo sana. Kana kudanganya, kana kwambia utapendwa. Hebu ende na upite na jifiche. Bwana Yesu asifiwe sana. Jifiche. Yesu alifichwa. Alipozaliwa mwana ni wa Mungu, lakini walimficha wapi? Kule Misri. Walimpeleka Egypt, wakamficha huko mpaka wakati mfalme alikufa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ulikuwa kwenye ufalme wa shetani mpaka huyu mfalme ambaye ulikuwa unamtumikia afe. Jifiche, maana bado yuko hai, anakuandama, atakuletea mwanaume. Leo siku ya leo peke yake umepigiwa simu kama 4 na wanaume wanakuambia wanataka kulala na wewe. Ni kweli? Kuna mwingine wa habari amesema mpaka atakuoa na kununulia shamba. Kweli? Leo. Na anataka tu akule kaugali, akimaliza na kaugali atasema kao tigana kwenda kama umaraya. Just protect yourself. Zuia, fuga tu kama mfereji kidogo tu, fuga tu, jifiche, kaa kwa kichaka. Kaa tu kwa kichaka, kuwa mbaya, kuwa unaona kama vile kuwa kama mbaya wakati mwingine toaka jicho gine ya red. Sasa ingine nawekaga dawa ingine ni macho na kuwa red, mtu akikuja kiniangalia tu hivi unaona amepiga kona mbili ameenda. Kwa sababu sitaki kusubuliwa. Kuna kitu I am covering myself because sijaiva. Bado hata saa hii mimi sijaiva. Bado niko bali kabisa. Niko saa hizi ndio niko naenda 100 km na saa hii ndio niko 2 kilometers nimecover, only 2. So I keep myself na protect. Saa ingine ndio mnaonaga nimekuwa mbaya all of a sudden.
Kwa sababu kuna kitu najaribu. Nimeona I'm losing this, na Mungu ananiambia ukipita hiyo njia unaenda kupotea. Sasa mimi naruka. Na ukikuja kunizungumzia wewe tajari yule muhaha naenda, kwa sababu kuna sauti nimesikia imeniguide. Mpaka wakati mfalme huyo ambaye ulikuwa unamtumikia afe, Yesu alifichwa mpaka wakati Herode alifanya nini? Alikufa, ndio walimrudisha. Ndio hiyo kipawa chako kianze kufanya kazi, ngoja mfalme akufe. Ezaia alipo nini? Wakati Uzia alipokufa, ndio Isaia aliona nani? Ndio aliona Mungu. So jifiche. Umesikia Frozi? Ficha. Umesikia waimbaji wale walikuwa wewe na wewe na wewe na yule. Hiyo simameni kidogo tu. Mtu akiongeleshwa unasimama tu. Hivyo tu. Si kwa ubaya, si ati mimi ni mkubwa kukuliko. Lakini kuna roho wa Bwana anapozungumza anakuna ni mujifiche. Muko, you are well blessed. You are in the position and this is your season. Na kuna maadui wengi wamewasurround. Wanataka tu utakutana kimtu kimzuri kikuje kikudaganyilie, kikupeleke pale Serena ukule chakula mzuri, kilipe karumu hapo, kaka kidogo usione umefanya hivi, sisemi itafanyika. For example, umekuwa hivi, uanze kujificha. Kwa sababu utakuja kutuambia ulitoa wapi leo. Utatoroka kanisa. Utaenda kanisa ingine? Utaenda kutoka hapo kile kinaanza kukuita maraya. Naona muita ubwa hii takataka. Sasa unafikiria wacha nitoe hii kitu ndio nifanye nini? Niende nikasafu Mungu. Kwa katika kutoa unasikia complication imeingia kwa mwili. Kutoka hapo kwisha. Thank you. God bless you. Cover yourself. Mtafute dhabihu muende kwa nyumba ya Mungu. You cover yourself kwa dhabihu. Mmenielewa? Mungu atawapeleka mbali. Tulikuwa number 29, number 30. Where is number 30? Number 31. And I will set your border from Red Sea to the sea of the Philistines, and from the wilderness to the Euphrates. And I will give the inhabitants of the land into your hand, and you shall drive them out before you. You see, he will mark your territory. That is what I'm telling you. He will mark your territory, and the enemy, the inhabitants, wale wanakaa huko, I will give you power to drive them out. So God, I'm telling you, mark the territory na muifunge. Once God gives you mark the territory, hiyo Mungu amekupatia, mark it, seal it, cover it, then move to the next. Atakupatia ingine, then move to the, you cover, you capture. Usitake kukimbilia ati uanze kutupanda mti kutoka juu. No, hivi tunaona tunapanda hapa hii kanisa yetu. Tunapanda mdogo mdogo. Tuendelee kupanda hivyo. Msitake tuende sana. Tuendelee kupanda. Ndio tujue sura ya huyu na sura ya huyu na sura ya huyu na sura ya huyu. By the time tumekuwa, ninajua huyu ni nani, najua huyu ni nani, and I can give you position because I understand you. But kama tukianza tukiwa wengi, I will not be able to give positions because I don't know you. Bwana Yesu sio sana. So kubali tu kulewa, kubali kukua, na utakuwa vizuri, na tutaenda mbali, and you are going to be very successful. Bwana asifiwe. Now nataka tusimame tu kwa miguu yetu, na nataka worshipers wakuje tu worship pamoja. Na mulete sadaka sasa, mulete sadaka hapa ndio tuingie the next phase. And I'm going to teach you things that happens to, lakini I think that was good for you, that was enough for you. Na Karanja alienda wapi? Si nilimwona huko? Alichomoka? Wekeleni sadaka zenu hapa vizuri na Mungu atawabariki. Madam, tusimame tu kwa miguu yetu. Nataka to praise kwanza. To praise nyimbo kama tano without nobody to interfere.
Nobody. Hata David asiinterview. Praise, then we shall worship. Then we shall, ikifika saa 8 nitawa anoint for the next move of your life. Kijana, how are you? Ni wewe ni ule wa bangi? Hebu kuja. Naona, niko naona wewe. Umekuja peke yako? Sister yako wapi? Uni sister yako? Sema haki. Aya, uni wenu? Okay. Walikuambiaje? Ati kama si ya Kiambu. Hawezi sikiza. Hawezi sikiza. Kwa sababu wako na mpango. Wako na mpango. Wale walikupima? Walipima mashini? Good. Sasa ya Kiambu umempigia simu? Sasa utampigia simu na itakuwa hivyo hivyo. Ya aje? Wale walikuambia? Mama Lucy. Mama Lucy ilikuja negative. Ilikuja negative. Na hata huko akipeleka huko itakuwa negative. Amen. Unajua huyu aliniambia hata wakienda kupima itapatikana. Kuna haja ya kupima. Nikawaambia nimeiondoa. Hata sasa nimeiondoa in mighty Jesus mighty name. Nimeondoa yote. Hauna hata huko wakikupima hauna. Sawa. Lakini usirudie, ukirudia to worship. Hallelujah. Are you ready to praise Jesus? Praise God. Are you ready to praise Jesus? Piga tu Yesu makofi. Piga tu makofi kwa Yesu. Hallelujah. Wapi tu makofi kwa Yesu. Nani kama yawe mshindi wa washindi? Oh, nani kama yawe mshindi wa washindi? 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 Oh, nani kama yawe mshindi wa washindi? Nani kama yawe mshindi wa washindi? Wapi makofi kwa Yesu jamani? Unacheza tu kidogo. Piga tu makofi kwa Yesu. Nani kama yawe mshindi wa washindi? 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 Hakuna kama yawe mshindi wa washindi.
somebody in us. Praise God. The Bible says that he who is in me is greater than that who is in the world. Praise God. And we want to declare that Jesus, the one who lives in us, is greater than the one who is in the world. Praise God. Praise Jesus. Are we ready to praise one more time? Are you ready to praise one more time? Praise the Lord. Big, you are the biggest. Great, you are the greatest. Strong, you are the strongest. You are mighty, mighty. Big, you are the biggest. Strong, you are the strongest. Great, you are the greatest. You are a mighty, mighty God. Strong, you are the strongest. Great, you are the greatest. You are a mighty, mighty God. You are the biggest. Strong, you are the strongest. Great, you are. Great, you are. Mighty, mighty. You are the biggest. Great, you are the greatest. Strong, you are the strongest. You are a mighty, mighty God. You are the biggest. You
cheza muziki wa Yesu, cheza cheza cheza, cheza ya Bwana, cheza ya Yahweh, cheza ya Mwokozi, cheza ya Mfariji, cheza cheza cheza, cheza cheza cheza, cheza cheza cheza, cheza cheza cheza, cheza cheza cheza. Yesu ni Mwokozi wangu, nami nitaimba. Yesu ni Mwokozi wangu, nami nitaimba. Yesu ni Mwokozi wangu, nami nitaimba. Imba, 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 imba. Imbia Yahweh, imba. Imbia Mwokozi, imbia Mfariji, imbia Jehova, imba, 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 imba. Imbia Yahweh, imbia Mwokozi, imbia Mfariji, imbia kimbilio, imbia Jehova, Ebeneza, Mfariji, Adonai, imba, 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 Shangwe
Hallelujah.